Get to the point. Take a step forward. 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 Get to the point. Lakini jipeni moyo. Lakini jipeni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anasema japo ulimwengu wetu hali yake ni ya dhiki, japo ulimwengu wetu hali yake ni ya wasiwasi, anasema jipeni moyo. Kwa nini? Twende. Mimi Yesu nimeushinda ulimwengu. Anasema ameushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Yani tunamwabudu Yesu ambaye ameushinda ulimwengu. Tunamwabudu Yesu ambaye anasema jipeni moyo katikati ya misukosuko ya ulimwengu. Tunamwabudu Yesu ambaye anasema japo mnayo dhiki ulimwenguni, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza kuwa na Yesu ambaye ni mshindi. Inapendeza kuwa na Yesu ambaye anakuambia japo ni pabaya, nitegemee mimi na kila kitu kitakuwa sawa. Tumaini lenye baraka ndilo tunaliangazia siku hii ya leo. Msikilize Yesu tena akizungumza hapo hapo Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tumaini lenye baraka. Biblia inasemaje? Msifadhaike mioyoni mwenu. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Achia hapo mtu wa Mungu. Ondoa fedheha, msikilizaji mpendwa. Kwa kuwaza, kwa kuingia dhiki, kwa kuingia majonzi, hauongezi hata nukta moja ya maisha yako. Kwa kutembea njiani ukizungumza peke yako kama mwenda wazimu, hautatui jambo lolote. Lakini Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako hewani kama tunasafiri pamoja. Amina, barikiwa. Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa nini? Twende. Mnamwamini? Mnamwamini Mungu? Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Anasema niaminini na mimi. Twende. Nyumbani mwa Baba yangu. Kisha anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Tena anasema kuna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia. Anasema angelituambia. Yesu anajua tunaishi katika ulimwengu ulio na dhiki, ulimwengu ulio na tabu, ulimwengu ambao umekosa kutupatia tumaini. Anasema sikiliza, jipeni moyo wapendwa, kwa kuwa nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Mstari wa 3, soma mtu wa Mungu. Basi mimi, anasema basi mimi Yesu nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akienda akituandalia mahali, huyo Yesu atakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Maliza fungu, anasema niwakaribishe kwangu, na tukaribishe kwake, ili nilipo mimi, ili Yesu alipo nanyi mwepo, na sisi tuwepo. Sikiliza, hakuna mahali salama pakuwa kama mahali Yesu alipo. Hakuna mahali penye amani pakuwa kama mahali Yesu alipo. Akasema mwimbaji mmoja, miguuni pake Yesu ni salama hapo, maneno yake tamu, ninakumbuka upendo wake na hisani zake kwangu zinautosha moyo wangu. Mahali palipo salama ni mahali Yesu alipo. Sasa Yesu anasema, mimi najua ulimwenguni mko na dhiki, mimi najua ulimwenguni mnatatizika, mimi najua ulimwenguni hamna amani, lakini jipeni moyo, nimeenda kuandalia mahali. Nikisha waandalia mahali, anasema Yesu atakuja tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, Yesu anakuja tena. Mwambie Yesu anakuja tena. Na hilo ndilo Biblia linaita hivi. Sikia jinsi Tito anasema kulihusu. Tito 2 mstari wa 13. Tito 2 mstari wa 13. Sikiliza jinsi Tito anaita sasa. Tito 2 mstari wa 13. Tuende mtu wa Mungu. Tumaini lenye baraka. Unahitaji farijiko, unahitaji tumaini hili katika ulimwengu ambao umekosa kuwa na tumaini. Unahitaji farijiko hili. Sikia jinsi Tito asemavyo sasa. Twende mtu wa Mungu. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia nini mtumishi?
Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka. Yani kuna matumaini, lakini hili ambalo tunalizungumzia ni tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. It is a blessed hope. Maliza. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Anasema na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu. Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Na Mwokozi wetu. Bwana Yesu azidi kuhimidiwa. Anasema mafunuo ya Yesu Kristo ambaye ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu ni tumaini lenye baraka. Na hilo ndilo tunalolitazamia. Yesu asipokuja tunaishi maisha ambayo hayana matumaini. Yesu asiporudi mara ya pili tunasalia pasipo fedheha zetu kutatuliwa. Yesu asipotokea mawinguni kushuka na utukufu wake, maisha yetu hayawezi kubadilika. Lakini jioni hii ya kipekee na kuletea tumaini lenye baraka. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ndiyo suluhisho wa uchumi uliozorota. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ndiyo suluhisho wa familia ambazo zimekosa amani. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ndiyo suluhisho la dhambi ambalo limekutesa na kukuangaisha. Linaitwa tumaini lenye baraka. Na ni hakika ya kwamba Yesu Kristo atakuja kwa mara ya pili. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Kuna ushahidi wa kutosha wa Biblia kuhusu marejeo ya Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Twende mtu wa Mungu. Akisha kusema hayo, Yesu akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, wanafunzi walipokuwa wakimtazama, akainuliwa. Yesu Kristo akainuliwa. Wingu likampokea kutoka machoni Kisha pao. Biblia inasema wingu likamchukua kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, na wanafunzi walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, Yesu alipokuwa anafunga safari kuelekea alikotoka, twende. Tazama sasa. Watu wawili wakasimama karibu nao. Watu wawili wakasimama karibu na wanafunzi hao, wenye nguo nyeupe. Wenye nguo nyeupe. Wakasema, wakawaambia wanafunzi, enyi watu wa Galilaya. Enyi watu wa Galilaya. Sikiliza, hasa sisi tunasema enyi watu wa Waithaka. Manake wa Galilaya hawako hapa. Enyi watu wa Waithaka. Soma mtu wa Mungu. Mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Mbona mmesimama mkiwa na wasiwasi? Mbona mmesimama kama mna tumaini? Mbona mnaishi na misongo? Mbona mnaishi pasipo farijiko? Haya, sikia tumaini sasa, twende. Anasema huyu Yesu. Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu. Aliyechukuliwa kutoka kwetu baada ya kutufilia msalabani kwenda juu mbinguni. Kwenda juu mbinguni. Atakuja. Atafanya nini mtumishi? Atakuja jinsi hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Linaitwa tumaini lenye baraka. Huyu Yesu ambaye baada ya kutufia msalabani, huyu Yesu ambaye baada ya kushinda kifo na kaburi, aliyechukuliwa kutoka kwetu, Biblia inasema ya kwamba atakuja jinsi hiyo tulivyomwona akienda zake mbinguni. Na hilo ni tumaini lenye baraka. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ndilo tumaini la vizazi vyote. Matokeo ya Yesu Kristo mawinguni ndiyo tumaini la Wakristo katika enzi hii na wasio wa Kristo. Ujio wa Yesu Kristo mara ya pili ndio itakazomaliza fedheha na mangaiko yetu ya ulimwengu. Linaitwa tumaini lenye baraka. Moyo wako usife. Moyo wako usife. Usikate tamaa licha ya mangaiko ya ulimwengu huu. Moyo wako na ufarijike ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Anakuja upesi. Yesu Bwana wetu ni msafiri mbali na kwao. Aliahidi ya kwamba atakuja. Tunasema amina. Na uje Bwana. Na uje Bwana. Maana ulimwengu umetutesa, umetuzungusha, umetuseta. Viongozi wetu hawaaminiki tena. Tumaini letu tulieke kwa wapi kama si kwa ujio wako kwa mara ya pili? Na nakupatia hakikisho jioni hii msikilizaji mpendwa, Yesu anakuja. Dalili za kuja kwake zimekwisha kutimia. Sio kitambo atatokea mawinguni. Tumeona vita,
tumeona kukosefu kwa amani, tumeona kuzorota kwa uchumi, tumeona uchafu katika masuala ya kidini. Sio kitambo Yesu Kristo anatokea mawinguni, anashuka na jeshi kubwa la malaika, anakuja kumaliza matatizo yote, asimamishe ufalme ambao utasimama milele na milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Linaitwa tumaini lenye baraka. Lakini unajua nini? Sehemu ya pili na mwisho ya fundisho letu jioni hii, kuna kitu ambacho kimefanya tumaini hili likose kuwa la baraka. Kuna swala ambalo limefanya tumaini hili likose kuwa la baraka. Na unajua ni nini? Yesu mwenyewe alizungumza kulihusu. Mathayo sura ya 24 kutokea mstari wa 23 hadi mstari wa 27. Mathayo sura ya 24 kutokea mstari wa 23 hadi mstari wa 27. Kuna kitu ambacho kimekuwa kikwazo. Yaani hivi hapa, hata nikisema kuja kwa Yesu Kristo ni tumaini lenye baraka, kuna mtu ambaye anahisi kwamba ni hekaya za abunuwasi. Halioni kama tumaini, haoni kana kwamba ni farijiko, kwa sababu hii ambayo Yesu anaizungumzia. Twende, mtu wa Mungu anasema, wakati huo, anasema Yesu, wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa, tazama Kristo yupo hapa, au yuko kule, ama yuko kule, msisadiki. Kwa maana, tulia mwanzo. Yani Yesu anajua ya kwamba kama kuna kitu ambacho hadithi nyingi zitabuniwa kuhusu, ni marejeo yake kwa mara ya pili. Yesu anajua ya kwamba kama kuna kitu ambacho kitawakoroga wengi ulimwenguni, ni marejeo kwa mara ya pili. Kwa maana, soma sasa, mtu wa Mungu. Kwa maana, twende, watatokea makristo wa uongo. Anasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao tena watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata wale waliowateule. Sikiliza mpenzi, Yesu anasema ya kwamba kutakuwa na madanganyo mengi sana kuhusu kuja kwangu. Na nikwambie, kitu ambacho kimefanya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili limepoteza kuwa tumaini ni madanganyo ambayo yamezunguka kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Madanganyo yamepamba moto kisawasawa. Kila mtu akiamka anataka aeleze jinsi ambavyo Yesu atakuja, aweke mpaka tarehe ya kuja kwa Yesu Kristo, na wengi wamepotea hata na kupoteza maisha yao kwa sababu ya madanganyo kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini Waithaka, Mungu amekusudia kuondoa hayo madanganyo katika maisha yako. Mungu amekusudia kukufunia kweli la neno lake, ili kwamba uone kuja kwake kwa mara ya pili kama tumaini lenye baraka. Kisha anasema watatokea makristo wa uongo, watatokea manabii wa uongo, tena watafanya maajabu na ishara. Sikiliza, tahadhari na dini inayotumia miujiza kukuvutia. Ninasema tahadhari na dini ambayo inatumia miujiza kukuvutia. Mwenyezi Mungu hakukusudia miujiza kuwa chambo cha kuvutia watu katika imani. Alikusudia kwamba injili iwavutia watu katika imani. Yaani Yesu akiinuliwa, yeye ana namna ya kuvutia watu. Lakini wahubiri wengi wa kizazi hiki cha leo tumeweka ajenda ya muhimu kando, ambayo ni injili. Tumesimamisha miujiza na ishara ya ajabu yenye madanganyo ndani yake, na wapendwa wengi wa Mungu wamepotezwa kwa miujiza na kwa ishara za ajabu. Na Yesu alijua fika, akasema ya kwamba, sikiliza, mtu asiwadanganye. Akasema watatumia ishara, watatumia maajabu, lakini mtu asikudanganye. Lazima uwe tahadhari, ili kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili kusalie kuwa tumaini la baraka. Teremka, mtu wa Mungu. Inasema, Biblia inaendelea kwa kusema, inasemaje? Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia, sikiliza kwa makini, mkazo wa Waithaka na viunga vyake. Anasema basi hao manabii wa uongo na makristo wa uongo wakiwaambia, twende,
yuko jangwani. Yupo jangwani. Yupo wapi? Jangwani. Yupo jangwani. Twende. Msitoke. Msitoke. Sikilizeni. Yesu amesema, mkisikia wanasema Yesu yuko jangwani, na Wakenya wamepoteza kwa kuambiwa kwamba Yesu yuko jangwani, na wakaenda kumtafuta huko, na hatimaye maisha yakapotea vile vile. Biblia inasema ya kwamba wakisema yupo jangwani, usitoke. Teremka mtu wa Mungu, twende. Yumo nyumbani. Akisema yupo nyumbani, msisadiki. Amesema usisadiki. Kwa maana, tulia mwanzo, Yesu amesema ya kwamba pasitokee madanganyo ya kwamba Yesu ameonekana Waithaka. Pasitokee madanganyo ya kwamba Yesu ameonekana Nairobi, Yesu ameonekana Mombasa, Yesu ameonekana Nakuru. Amesema sivyo, haitakuwa hivyo. Kwa hivyo jambo la kwanza anasema manabii wa uongo wasiwadanganye kuhusu mahali nitakapotokea. Alafu Yesu anasema hivi ndivyo nitakavyotokea. Soma sasa. Kwa maana, Biblia inaendelea kwa kusema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki, kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake kwa mwana wa Adamu. Kama imeeleweka hiyo, ni kuona ukinipungia mkono wako hewani namna hii. Amina, Mungu akubariki. Anasema kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Biblia ipo wazi tu, inazungumza ya kwamba hapasi kuwa na madanganyo, haupasi kupatiwa ukora, haupasi kupatiwa hekaya ambazo zinapotosha. Anasema jinsi ile ambavyo umeme unatokea mashariki na unaonekana magharibi, ndivyo Yesu atakavyorudi. Tumaini lenye baraka litakuja kwa namna ambavyo kila mtu anaweza kuelewa. Tumaini lenye baraka litatokea kwa namna ambavyo kila mtu anaweza kufahamu. Hakupaswi kuwa na madanganyo yote kuhusu tumaini lenye baraka. Lakini nipeana vipengele vitatu katika fungu ile ambayo tumesoma. Biblia imesema tukitaka kujua namna ambavyo Yesu atakuja, tujifunze kwa umeme. Amesema tujifunze kwa umeme, yaani jinsi umeme unatoka mashariki na unaonekana magharibi. Anasema hivyo ndivyo atakavyokuja. Basi vipengele vitatu kuhusu umeme, ili kwamba uweze kujifunza na asikudanganye mtu kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili tena. Jambo la kwanza, umeme ukipiga haupigi kiroho. Hakuna umeme ambao unapiga kiroho. Manake kuna madai ya kwamba Yesu atarudi kiroho. Umeme ukipiga unapiga kwa uhalisia wake, yaani wazungu wanasema ina strike literally. Haipigi kiroho. Ikipiga inapiga kwa uhalisia wake jinsi ulivyo. Inamaanisha kwamba Yesu atakaporudi hatarudi kiroho. Hatarudi kiroho. Yesu Kristo atarudi, sikiliza, katika uhalisia wake. Nataka uregelee kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, mahali ambapo tulisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wake wa 11 peke yake. Sikilia jinsi Yesu anasema, malaika wanavyoshuhudia kuhusu Yesu. Matendo ya Mitume 1 mstari wa 11, Biblia inasemaje? Watasema, enyi watu wa Galilaya, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Twende kabisa. Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu. Anasema huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haya, punga mkono wake hewani kama hiyo imeeleweka kabisa. Amina. Biblia inasema ya kwamba alivyochukuliwa ndivyo atakavyorudi. Hakuchukuliwa kiroho, hatarudi kiroho. Aliondoka na mwili wake, ndiyo harudi tena pasipo utukufu. Anarudi kama mwana wa Adamu, lakini aliyevikwa utukufu. Sasa
atakuja katika uhalisia wake. Lakini jambo la pili, umeme ukipiga, tofauti na kupiga katika uhalisia wake, huwa unaonekana. Umeme haupigi kwa siri. Lightning does not strike secretly. Hapana. Umeme ukipiga juu unaonekana na kila mtu. Kwa hivyo jambo la pili, Yesu akija mara ya pili, kila jicho litamuona. Bwana Yesu asifiwe. Every eye shall see him. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 1:7. Soma sasa, mtu wa Mungu, twende. Biblia inasema tazama yuaja na mawingu, na kila jicho. Macho mangapi, mtu wa Mungu? Kila jicho. Macho mangapi, mtu wa Mungu? Kila jicho. Kila jicho litafanya nini? Litamuona. Sikiliza, Yesu atakuja na kila jicho litamuona. Ambia jirani yako, kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Haji kwa usiri. Maliza fungu, inasema hata hao waliomchoma, hata wao waliomchoma, na kabila zote za dunia, wataomboleza kwa ajili yake. Naam. Amina. Na uje Bwana. Ulimwengu umeuchosha, imetutesa kutosha. Yesu Kristo, njoo utuchukue tupumzike. Njoo Bwana, watoto wako wamehangaishwa na ulimwengu. Njoo utuchukue. Lakini anapokuja, Biblia inasema kwamba kila jicho litafanya nini? Litamuona. Wala ambao wamevaa miwani katika kusanyiko jioni hii, hautahitaji miwani yako kumuona Yesu. Mungu ataponya magonjwa yote ya macho. Bwana Yesu asifiwe. Hautahitaji miwani kumuona Yesu. Kila jicho, macho makavu. Nimeona wenye miwani wakitabasamu kwa sala hilo. Inaonekana miwani imewachosha sana. Usiwe na hofu. Yesu akitokea mawinguni, anamaliza matatizo yote. Kila jicho litamwona akitokea mawinguni. Every eye shall see him. Macho ya vipofu yatafunguliwa. Every eye shall see him. Walio makaburini watafufuliwa. Kila jicho litamwona. Manake ajaye analileta tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kila jicho litamwona. Hauhitaji kusoma Taifa Leo ama Daily Nation ama Standard ujue kwamba Yesu amekuja. Kila jicho litamuona. Walio Mesopotamia, walio Marekani, walio Misri, walio Kenya, walio Tanzania, kwa wakati mmoja kila jicho litamuona. Hilo linaitwa tumaini lenye baraka. It is a blessed hope. Lakini swala la mwisho, tofauti na kila jicho kumwona, umeme ukipiga huwa kando yake kuna radi. Umeme ukipiga huwa kando yake kuna radi. There is thunder. Kumaanisha hataonekana tu, Yesu atasikika. Kila sikio litamsikia. Zaburi ya 50 mstari wake ni ule wa 3. Zaburi ya 50 mstari wake ni ule wa 3. Tumaini lenye baraka haliwezi kuwa tukio la siri. Haliwezi kuwa jambo ambalo lina penya tu kuingia. Haliwezi kuwa. Twende, mtu wa Mungu. Mungu wetu atakuja. Mungu wetu atafanya nini? Atakuja. Wala hatanyamaza. Teremka. Moto utakula mbele zake. Na tufani yavuma sana. Ikimzunguka pande zote. Sikiliza, anasema Yesu akija mara ya pili, msikilizaji mpendwa, hatanyamaza, atasikika. Kila sikio litamsikia. Manake atakuja na mshindo mkubwa. Ufunuo anasema kutakuwa na tetemeko. Milima itahamishwa, visiwa vitahamishwa. Vinampisa aliyeviumba, vinampisa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Sikiliza, kila sikio litamsikiliza. Msikia Paulo sasa. Wathesalonike ni wa kwanza 4 mstari wa 16. Wathesalonike ni wa kwanza 4 mstari wake ni wa 16. Paulo naye anasemaje? Biblia inasema
Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa, tulia mwanzo, anasema Bwana mwenyewe atashuka na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Kisha anasema, maliza fungu sasa, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tumaini ng'ambo ya kaburi, talizungumzia hapa. Kuna tumaini ng'ambo ya kaburi. Asubuhi njema, wote waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Watasikia sauti ya parapanda, watasikia sauti ya malaika mkuu, watasikia milima ikihamishwa, wataona visiwa vikipisha njia, manake Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme anashuka tena. Inaitwa tumaini lenye baraka. A blessed hope. A blessed hope. Asikudanganye mtu tena kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, manake akija atakuja katika uhalisia. Akija ataonekana. Akija Yesu atasikika. Tofauti na hiyo ni uzushi, haupo katika Biblia. Hivyo ndivyo Biblia inavyofunza. Lakini mtu wa Mungu, si amesema Petero, waraka wa pili wa Petero 3:10. Si amesema Petero, hebu soma usikie jinsi Petero amesema. Si amesema Petero hivi, waraka wa pili wa Petero 3 mstari wake wa 10. Si amesema hivi, hebu tuende, inasema. Biblia inasema, lakini siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Anasema mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili. Nasoma wapi mtu wa Mungu? Samahani. Petero wa pili 3:10. Petero ni wa pili 3:10. Ndiyo mtu wa Mungu, ndivyo inavyosema. Inasemaje? Lakini siku ya Bwana. Hapo sasa soma kwa ujasiri, nasema lakini siku ya Bwana. Anasema lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Teremka mtu wa Mungu. Na viumbe vya asili, twende, vitaunguzwa. Tulia tu hapo, imetosha. Mtu anasema si Biblia imesema siku ya Bwana itakuja kama mwizi? Mbona unasema kila sikio litamsikia? Mbona unasema kila jicho litamwona na atakuja kama mwizi? Sikia, hicho kipengele ni kitamu mno. Ni mwizi kwa sababu mbili. Anakuja kama mwizi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, mwizi akija hatangazi, ananyemelea. Labda wezi wa karne hii yetu ndio wanapiga simu wakija, lakini mwizi wa kawaida hatangazi. Jambo la kwanza, inamaanisha kuja kama mwizi, inamaanisha wakati wa kuja kwake haujulikani. Ndio maana anasema sijui, huyo mwandishi anasema sijui atakapokuja, mchana au usiku, labda saa ya alfajiri au ni jioni, lakini anatuambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, tukeshe tukimgoja yeye, manake hatujui saa wala wakati. Lakini sikiliza, japo hatujui saa wala wakati, tukikesha kwa kumngojea, sikiliza, akija kwa watu mwingine kama mhukumu, kwetu atakuja kama rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ukikesha na kumngojea, akija kwa mwingine kama mhukumu, kwako anakuja kama rafiki. Anakuja kuambia pole kwa mahangaiko ya ulimwengu, pole kwa dhambi kukutesa, pole kwa kuhangaika vya kutosha. Karibu katika raha ya milele, karibu pumzike milele. Lakini jambo la pili ni mwivi, kwa sababu mwizi akija kwako nyumbani haibi champali mzee. Mwizi haibi TV ambayo imezeeka imetupwa nje. Mwizi anachukua vitu vya thamani tu. Yaani Yesu ni mwizi kwa sababu anakuja kuchukua vitu vya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Kuja kwake ni kama mwizi kwa sababu anakuja kuchukua vitu vya thamani. Na unajua vitu vya thamani ni nini? Ni wewe. Wewe ni wa thamani kwa Yesu Kristo sana. Anatamani kuja akuchukue ukapumzike. Usiruhusu chochote hapa ulimwenguni kishushe thamani yako. Ulevi usishushe thamani yako.
Uasherati usishushe thamani yako. Uzinzi usishushe thamani yako, manake thamani yako inapatikana katika Yesu Kristo, na yeye anakuja ili kwamba akuchukue wewe uliye wa thamani. Hili linaitwa tumaini lenye baraka, wapenzi. Sio kitambo Yesu anatokea, sio kitambo anakuja kuwachukua walio wake, sio kitambo Yesu atashuka na mwaliko mkubwa wa malaika, sio kitambo tutakaa pamoja na Bwana milele. Na leo tunasema sasa, furaha kwa ulimwengu. Oh, joy to the world. Furaha kwa ulimwengu, kwa sababu Bwana atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni tumaini lenye baraka, joy to the world. Alafu anasema kila moyo umpokee, kila moyo umpokee. Waithaka, Yesu anakuja kama tumaini la baraka. Kila moyo umpokee. Viumbe vyote tuimbe, viumbe vyote imbeni, manake huyo anayekuja atatawala, atatawala kwa haki, ataongoza pasipo kubagua, ataongoza pasipo ufisadi, ataongoza pasipo kuwa na mahangaiko. Furaha kwa ulimwengu, wapenzi, manake atatawala kwa wema, atawafundisha watu mataifa haki yake. Ajabu za pendo lake, ajabu za pendo lake kubwa. Mie ninatazamia tumaini lina baraka. Mimi ninatazamia tumaini hili lenye baraka. Je, wewe pia jioni hii unatazamia tumaini hili lenye baraka? Je, wewe pia jioni hii unatamani Yesu akitokea mawinguni kwa mara ya pili naye pia awe rafiki kwako? Je, wewe pia jioni hii unasema furaha kwa ulimwengu, Yesu aje? Kama ndilo ombi lako na unalimanisha, ninakualika usimame sasa, ninakualika usimame sasa, tunapowimba wimbo huo ya kwamba furaha kwa ulimwengu, Yesu atakuja. Tunapowimba hivyo, mtumishi wa Mungu mchungaji Fadhili atakuwa anapanda ili kwamba aombe ili tujiandae kwa tumaini hili lenye baraka, furaha kwa ulimwengu. Yesu atakuja, kila moyo mpokee. Kuna furaha zaidi ya mapenzi. mateso ya ulimwengu yanafika kikomo chake. Maanake Yesu akifunuliwa, mbingu zikikunjwa kama kurasa, akitokea mawinguni Yesu Kristo wapenzi, itakuwa ni hatima, itakuwa ni hatima ya matatizo yote ya ulimwengu, itakuwa ni mwisho wake. Furaha.
Bwana atakuja. Viumbe vyote imbeni. Watu wa Waithaka tushangilie kwamba Yesu atakuja. Na akija atatawala kwa wema. Atatawala kwa wema. Kwa hivyo viumbe vyote imbeni. Viumbe vyote imbeni. Tumekuwa na habari za watu wanaojiita Yesu wa Tungareni, sijui Yesu wa wapi. Hao wote ni ubatili. Yesu mwenyewe atakuja, na akija dunia yote itamuona, na wale waliomchoma watamuona. Hebu tuombe sasa. Yesu Kristo, haki yetu, utusaidie hata ujapo. Dunia imetudanganya, dunia inatuhadaa. Hata ndani ya nchi ya Kenya wako wengi wamejiita Yesu. Hata kuna wengine wamewahi kukusanya watu na wakawachoma kwa petroli ndani ya kanisa, wakiwaambia Yesu amekuja, wakiwaambia kwamba wanachomwa ndiposa wawe tayari kwa ajili ya uzima ujao. Hata kumekuwa na mambo hapa Kenya, kule Mombasa tunajua watu waliambiwa wajitese, maana ndani ya mateso hayo watachukuliwa kwenda mbinguni. Mateso yameanza na mafundisho ya uongo juu ya ujio wa Kristo, ila basi kumbe maandiko yako wazi. Utakapokuja kila jicho litakuona. Utusaidie kuishi kweli hizi. Utusaidie kuamini katika ukweli huu, na kila mmoja wetu ambaye amesikia habari hizi ajiandae, maana ujio wako ni tumaini lenye baraka. Kwa kila atakayejiandaa, atakayekuwa tayari kwa ajili ya ujio wako, ndio wale watakaosema karibu na uje, e Bwana uliyetukomboa na kutushindia. Bali itakuwa ni jambo la kutisha kwa wale ambao hawajajiandaa. Utusaidie tujiandae. Utusaidie watu wa Waithaka tuwe tayari, maana unakuja hakika. You are coming and it is very sure you are coming. Baba, utuandae tushinde dhambi. Wewe umesema katika Ufunuo ya kwamba bali waoga, wasioamini, wale wote walioasherati, waabuduo sanamu na wengine wengi, umesema sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Utuondoe katika aibu hiyo, katika adhabu hiyo, maana kuja kwako ni baraka. Mbariki mtumishi wako Evangelist Robinson anapoendelea kuyafafanua maandiko kama yalivyo, kwa jina la Kristo Bwana wetu, amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kule nyuma waimbaji wanaposimama, ninayo habari njema kwamba wale ambao wanahitaji kupata mafundisho ya kipekee na kwamba waweze kubadilisha tabia zao, basi mtaenda kwa yule ambaye anasimamia masuala hayo. Yuko hapo katika nyuma ya gari, atahakikisha kwamba umepata mafundisho hayo. Wale ambao wana uraibu wa pombe na miadarati kwa muda mrefu na wangependa sana kuacha, basi mnaendelea kupata mafundisho hayo hapo katika nyuma ya hili gari ili kwamba muweze kubarikiwa pamoja na wengine wengi tu ambao wamefika pale, wamepata mabadiliko ya kipekee. Aya, asante. Mahali hiyo kijana anasimama, tafadhali inua mkono hapo, ndio unaingilia katika hiyo tent, utampata pale ili kwamba uweze kubarikiwa. Hapo ndio yuko. Kwa hivyo ukifika kwa hiyo kijana atakueleza kwamba pastor yuko wapi ambaye anasimamia, ama ungependa sana kupata ushauri vipi utatoka katika uraibu huo. Mbarikiwe sana. Asante.
Asante sana mtumishi wa Mungu. Sasa nasimama ikiwa ni wakati sasa wa kuingia kwenye sermon yenyewe. Kuarifiwa tu kwamba baada ya sermon tutakuwa na kipindi kifupi cha yule mweledi wa uraibo, baadaye tutakuwa na unabii. Kwa hivyo tumeboresha vipindi vyetu kuhakikisha kwamba umepata kubarikiwa kwa njia ya kipekee. Usisahau kwamba asubuhi tunayo maombi yanayoanza saa 11 kamili hadi saa 12:30. Kwa hivyo basi kwa njia ya kipekee nimkaribisha mtumishi Makenzi aweze kuomba na kumkaribisha mtumishi wa Bwana. Asante. Ningependa pia kuwakaribisha wale wote ambao wanaendelea kutazama kwenye YouTube yetu account ambayo ni Satellite New Life pamoja na Get the Point. Lakini utafanya vizuri sana iwapo utasubscribe na hata kutuma ujumbe wako hapo chini ili kwamba tuweze kujua unatutazama kutoka wapi, na maoni yako ni muhimu sana katika kuboresha mawasiliano kati yetu pamoja nawe. Tunakuthamini sana, ndio sababu tumefanya haya kimakusudi ili kwamba uweze kupata mahubiri haya sehemu yoyote ile unayotazama kutoka. Hapa ni Waithaka, Nairobi, ambapo crusade inayothaminiwa na Settled New Life SDA ambayo ilianza siku ya Jumapili na inaendelea kwa wiki mbili, itakamilika tarehe 12. Utabarikiwa sana pamoja na mahubiri, uchanganuzi wa Biblia na unabii pamoja na nyimbo nzuri zinazofariji moyo wako. Hiki ndicho kituo ambapo sasa utakuwepo hapa hadi tutakapokamilisha wiki mbili za mahubiri kutoka hapa Nairobi, Kenya, sehemu ya Waithaka. Nasimama ni mtumishi wa Mungu Makenzi Moriasi Mogesa ambaye atatuambia na baadaye kumkaribisha mtumishi wa Mungu Fadhili Lubua ambaye ni pastor kutoka sehemu hile ya Tanzania ambaye amepata nafasi ya kuhudumu katika wiki hizi mbili. Tutakuwepo hapa. Karibu sana mtazamaji wa Get the Point pamoja na Settled New Life. Unapendwa sana na Mungu. Karibu. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, Kristo Yesu uliyetupenda upeo, jina lako na lipewe sifa. Tunakushukuru Mfalme kwa nafasi nyingine umetupa katika viwanja hivi. Neno lako limenenwa mbeleni na watumishi wako, na hakika yake watu wako wamepata farijiko moyoni. Na sasa nakwenda kusimama mtume wako. Ahadi yako inasema mtume wako hakika yake utatangulia mbele zake. Ebu na hiwe hivyo, kwa kala moto ukaguze vinywa vyake, ukamtakase kwa utukufu wa mbingu. Yesu, mbingu ishuke umfunike na utukufu wako, ajaposema sauti na nguvu sisiwe ni za kawaida. Neema yako ikatoshe. Wapo watu wako ambao ni wahitaji Kristo, wengine wanasikiliza katika biashara zao, wengine wanasikiliza katika nyumba zao, wengine wanasikiliza wakiwa katika safari zao, wengine wameketi kusikiliza. Tunaomba neema yako, tunaomba mibaraka yako, tunaomba utakaso wa Roho Mtakatifu. Ikiwa Kristo Yesu hawajihisi vema, kwa jina la Yesu Kristo, wagonjwa sasa pona, wagonjwa pona, wagonjwa pona kwa jina la Yesu. Mfalme wa amani, tunaomba sasa neema yako itoshe, nguvu na uwezo wako, utulivu upate kudhihirika kiwanjani. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Bwana asifiwe sana Waithaka. Bwana asifiwe sana Waithaka. Hebu tupungiane mikono mahali popote ulipo, tusalimiane hewani. Haleluya, haleluya. Mungu awabariki sana. Naona watu wa matatu wanatuma salamu kwa njia ya mikono. Naona watu wa bodaboda na hatujawaacha nyuma. Ninashukuru sana kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye amekuja katika mikutano hii. Wapendwa mnaofuatilia katika mitandao ya kijamii, mahubiri haya kutoka Waithaka jijini Nairobi. Hapa ni mahali ambapo Wakikuyu wametamalaki kwa wingi, mbali na makabila mengine yaliyopo, ila Wakikuyu wamejaa hapa. Hata mimi nataraji kabla sijarudi Tanzania nitajifunza niwe Mkikuyu, maana nimewapenda sana hawa watu wema
wana moyo mzuri, wanajali, wapole, wana hofu ya Mungu ndani yao. Na muda si mrefu hapa wengi watabatizwa kutoka hapa Waithaka. Twajua unafuatilia mahubiri haya kutoka mbali, wengine wanafuatilia kutoka kule USA Marekani, wengine kule Australia, kule Dubai Uarabuni. Labda nitoe ushuhuda kidogo. Juzi baada ya kuwa mahubiri haya yamerushwa hewani, mahubiri ya Sabato mchana, tumepata mtu ambaye alikuwa Saudi Arabia, anasema next week anakuja ili abatizwe. Kwa hiyo unaweza ukashangaa, mahubiri haya yanaenda mbali na watu wa Mungu wanazidi kubarikiwa. Karibu ili tumuinue Bwana. Get the point. Wamekuwa hapa na wako hapa, media ya kidini kubwa sana nchini Kenya, East Central Africa, lakini pia wale ambao watafuatilia kwa satellite New Life SDA ambao ni wenyeji wa mikutano hii, karibuni ili tubarikiwe. Tunaenda kwenye maombi ya awali ambayo yatakugusa wewe msikilizaji uliyeko kwa mtandao, yatamgusa mtu fulani ambaye anayefuatilia mahubiri haya. Usiogope kuendelea kuamini, maana Bwana anatujali. Leo tutaona, hata tutajifunza somo linalosema rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Tutajifunza habari hizi. Miguuni pake Yesu, hapa ni mahali bora pa kuweka dhambi zangu niwepo kila siku. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako. Ndicho tunachoenda kuimba sasa, wimbo nambari 46. Mwokozi awabariki watu wa Waithaka, wale wanaofuatilia mtandaoni, yeyote ambaye ataguswa na huduma hizi. Miguuni pake Yesu, nakumbuka upendo na ihsani zake kwangu, imenivuta moyo. Thank you Jesus. Yesu anatuvuta moyo katika ibada hii. Popote ulipo, Bwana akuvute. Ni mahali bora pa kuweka dhambi zangu, ni pahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu. Oh yes Jesus. Hapa ni mahali bora pa kuweka dhambi zangu. Ninapewa uwezo, faraja na neema. Wapendwa, tusimame sasa. We can all stand. Unibariki Mwokozi, miguuni pako, unitazame kwa upendo Yesu Mwokozi wetu. Nione uso wako Yesu, waguse watoto wako walioko mtandaoni, waguse walioko hapa, waguse kila mahali duniani. Bwana waguse. Tumekaa na Mwokozi ali
aliye haki yetu, aliye haki yetu. Tunarudia beti hili kwa imani. Unibariki Mwokozi, na ndipo kila mmoja anazidi kuzama katika sala. Unibariki Mwokozi, miguuni pako Baba, tuko miguuni pako, tutazame upendo, nione uso wako. Nipe Bwana nia yako ili nionekane. Hebu tuombe. Baba Mungu wetu, Mwokozi wa ulimwengu, Baba unayejali, mkombozi wa msalaba, jina lako litukuzwe sana. Saa hii Baba tunakuja mbele zako, utusaidie kuamini, maana miguuni pako panatoka baraka. Miguuni pako kila kitu kinawezekana. Kuna mtu mmoja anasikiza ombi hili, mwingine yuko mtandaoni, mwingine yuko hapa moja kwa moja Waithaka. Baba tunaomba neema yako. Baba tunaomba neema yako. Utubariki katika ibada ya leo, maana tumekuja miguuni pako. Kuna mwanamke anaomba umbariki kwa sababu hajawahi kupata mtoto katika maisha yake. Baba na kuomba, iwe yuko hapa Waithaka ama yuko kule mtandaoni, Baba umbariki. Baba umbariki. Mwokozi wetu umbariki, maana watoto ni baraka kutoka kwako. Hata kama alifungwa tumbo kwa muda mrefu, twamjua Sara, twamjua Hana, twamjua Elizabeth, twamjua Raheli, ambaye naye katika hawa walikubaliwa na wewe, na hata baada ya kuwa matumbo yao yalikuwa yamefungwa, wewe uliyafungua. Jina lako litukuzwe sana. Saa hii na wakati huu kuna watu wanaumwa kama yule mgonjwa aliyeletwa kwa dari usiku akashushwa ili apone. Kuna watu wanajiona kama wakoma kwa sababu ya dhambi zao. Ibada hii itutakase. Ibada hii Yesu itutakase. Mjibu ombi mmoja ambaye anaomba kwa ajili ya biashara yake. Mjibu ombi yule ambaye ni mzazi anaomba kwa ajili ya watoto wake. Watoto wake nao waolewe, watoto wake nao waoe. Wale waliopotea katika dhambi uwarudishe kwa pendo lako. Yesu Kristo, uwarudishe kwa pendo lako. Kwako kila jambo linawezekana. Kwako kila jambo linawezekana. Warudishe wawe na amani, warudi katika mstari sahihi, wasimame katika pendo lako, maana wewe unawapenda hata kama umetanga dhambini. Wewe Yesu unajali. Wewe ni rafiki anayejali. Baba, leo ponya magonjwa yetu. Wasaidie wenye madeni, wasaidie wanaotafuta kazi, wasaidie wanaotafuta wachumba, wasaidie wanaoomba msamaha wa dhambi zao, wasaidie waliochoka katika dunia hii, wasamehe na kuwasaidia pia ambao wanatafuta mitaji, wanataka kuwa na biashara zao. Wasaidie waliochoka Bwana, maana neno lako linasema waliochoka sana kwako watapata raha. Utusaidie, leta usikivu mkubwa na Roho wako asimame hapa. Mimi nipungue, wewe uongezeke, wewe uongezeke, kwa jina la Kristo Bwana wetu. Kila aminie kwamba anabarikiwa mahali popote alipo, anakutana na mshuhuda wake mahali popote alipo.
Kila anayeamini kwamba nguvu ya msaada wa Kristo ashangilie pamoja nami akisema amen. Amen. Bwana azidi kuwabariki sana. Unajua, hivi ndivyo tunavyoendelea na hotuba zetu. Asanteni waimbaji, na nawaalika wale ambao wanataka kukaa, viti vipo, lakini pia wale waliokaa ndani kabisa kule ya hema wajitokeze wakae kwa mbele ili niwaone, maana siwaoni walio ndani ya hema, siwaoni vizuri, nami napenda niongee na ninyi nyote nikiwa ninawaona, na hata hivyo itakaa vizuri, na ndio na watu wawaone kwamba mpo katika mikutano hii kutoka kona zote za dunia. Bwana azidi kuwabariki. Saa hii tunaenda katika somo linalosema Yesu anayejali. Amini, rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Katika dunia hii tulionayo, marafiki wapo, tena marafiki wengi wa kila namna. Kuna marafiki ambao wengine ni ndugu zetu wamefanyika kuwa marafiki. Unajua, ni jambo moja mtu kuwa ndugu wa kuzaliwa, na ni jambo jingine aliye ndugu wa kuzaliwa ageuke kuwa rafiki. Lakini ndiko hapa kuzungumza habari ya rafiki anayejali. Ndiko hapa kusema habari ya rafiki anayejali. Kuna marafiki tunakuwa nao, na marafiki wengine wamekuja katika maisha yetu wakati wa raha, lakini wengine wamekimbia baada ya shida kuwa zimekuja maishani mwetu. Kuna marafiki wengine wamekuja maishani mwetu, walikuja wakati maisha yakiwa mazuri, lakini maisha yalipokuwa mabaya wametukimbia, wameondoka katika maisha yetu. Wewe ni rafiki wa aina gani? Je, wewe ni rafiki anayejali? Je, wewe ni yule ambaye anajali katika maisha tulio nayo? Tunaweza kuwa na watu 100 waliotuzunguka, lakini tunatakiwa kupata mmoja ambaye anaweza kufanyika kuwa rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Marafiki tulio nao duniani leo wanatupenda, wanatujali, lakini si wote ambao wako maishani mwetu kwa sababu wanatupenda 100%. Wengine wapo kwetu kwa sababu tayari tumepata kazi, tumeandikwa kazi. Wengine wako kwetu kwa sababu tayari tunaonekana kuwa na mwangaza katika maisha ya uchumi. Wengine wako kwetu kwa sababu ya mvuto wa kimaumbile, mvuto wa muonekano. Wengine wako kwetu kwa sababu ya hali ya vipato tulivyo navyo, ya mali tulizo nazo. Wengine wako kwetu kwa sababu ya magari. Wengine wako kwetu kwa sababu ya nyumba. Wengine wako kwetu kwa sababu ya vitu vingi tulivyo navyo. Marafiki wengi wanakaa maishani mwetu baada ya kuwa kuna vitu wanavyoviona vinavyoonekana, wanajali hivyo. Na wengine wamekuja kwetu tukidhani kwamba ni marafiki, lakini tazama, wana vitu vyao wanavyojali, wala sio sisi, ila kuna vitu wanaviona maishani mwetu. Asilimia kubwa ya marafiki tulio nao wanatuona sisi na tulivyo navyo, kwa hiyo wanavipenda tulivyo navyo kuliko kupenda sisi wenyewe. Mimi nina swali nataka kuliuliza. Je, marafiki ulio nao wanakupenda wewe au wanapenda ulivyo navyo? Je, marafiki ulio nao ni wa aina gani? Katika maisha tulio nayo, katika hali za maisha tulizo nazo, Yesu Kristo anaonekana kuwa rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Ninaomba niwape kisa cha ajabu kidogo ambacho kitatufundisha juu ya rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Huenda unanifuatilia ukiwa unatembea, huenda unanifuatilia ukiwa umekaa mahali, huenda unanifuatilia ukiwa mtandaoni,
huenda unanifuatilia ukiwa hapa. Niko hapa kusema habari za rafiki anayejali. Rafiki anayejali. Lakini kabla sijasema habari zake, hebu tuombe tena kidogo. Baba, unahitaji kumega mkate wa uzima. Akili zangu ziandae wewe, mapenzi yako yatimizwe. Mimi nishuke, wewe uongezeke tena. Ninatamani useme nasi tuisikie sauti yako leo. Sema, maana tunasikia kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Rafiki anayejali. Siku moja dada mmoja anaitwa Karen. Karen alizaliwa hapa Tanzania. Lakini Karen baadaye alikuwa anaenda kufanya masomo yake ya degree ya pili. Karen akatoka kule Tanzania akaenda katika mahali panaitwa Indonesia. Karen akiwa kule Indonesia, akiwa anasoma degree yake ya pili, ghafla aligundulika ana ugonjwa, ana changamoto ya ugonjwa katika figo zake. Karen alitoka Tanzania akiwa haumwi, lakini baadaye kidogo Karen alikuwa amegundulika pale Indonesia kwamba ana changamoto ya figo, na changamoto hii ilikuwa imekaa kwa muda yeye asitambue, na vipimo vikaonyesha kwamba Karen figo zake zote zina shida, hasa figo ya kushoto ina shida kuliko ya kulia. Karen akawa very disappointed, akakata tamaa sana. Kumbuka Karen alikuwa ugenini, kumbuka Indonesia ameenda kusoma. Sasa anapewa habari na madaktari baada ya uchunguzi kwamba ameharibikiwa figo zote mbili, na tena hiyo moja ilikuwa inaelekea kuisha kabisa na yenyewe. Akawa amekata tamaa sana katika nchi ile Indonesia. Baadaye kidogo Karen, baada ya kuwa amepata changamoto hizi, changamoto ya figo, lakini kabla ya changamoto hizi Karen alikuwa amepata kusoma pamoja na kazi kwa njia ya kusoma akiwa anafanya kazi Indonesia. Karen akawa anafanya kazi na bosi ambaye alionyesha kumjali sana wakati afya yake ni sawa. Lakini wakati huu Karen alipotamkiwa kwamba Karen ana changamoto ya figo tena zote mbili, akaambiwa aandike barua ya kuacha kazi. Akaambiwa aandike barua ya kuacha kazi. Karen akazidi kuwa frustrated, maana ametoa taarifa ya ugonjwa wake, ameeleza kwa bosi wake. Karen akiwa anaeleza tatizo alilo nalo, lakini bado anafukuzwa kazi, yuko ugenini na anaumwa na figo zote mbili zimekuwa na mashambulio na haziwezi kufanya kazi. Karen akaumia sana moyoni mwake. Na mimi nataka nikuambie habari ya Karen kwa mapana kidogo. Karen alikuwa pia amepata fiancé. Kabla hajaenda kumpatia majibu ya hospitali, akawaza moyoni mwake, je, atanielewa? Lakini je, atafanya maamuzi gani baada ya kuwa amejua ya kwamba figo zangu zote mbili zimeharibika? Karen akamwaza rafiki yake huyu wa kiume, fiancé
akajiuliza kama ni afya imeharibika, figo mbili hazifanyi kazi. Akajiuliza kama ni kazi imepotea. Akajiuliza kama ni ugenini, mahali alipo ni mbali na Tanzania, how shall it be? Tumaini lake likabaki kwa rafiki anayejali. Akafikiri kwamba huyu fiancé angemuelewa, na tena akasema kama ataonyesha upendo atanipatia hata figo moja, atanipea kidney moja ili na mimi niweze kuishi. Akaenda kwa fiancé akiwa na mawazo, akiwa anaumia moyoni mwake, akiwa anawaza, anasema itakuwaje basi? Kuna wakati maisha yanapoteza sura, mambo yanabadilika, maisha yanabadilika, hali inabadilika, na unawaza ni nani atakayenisaidia? Unawaza ni nani atakuwa rafiki wa kweli? Unawaza ni nani atakayeonyesha moyo wa huruma? Karen akiwa Indonesia, akiwa amepoteza kazi kama nilivyokuambia, na bosi wake amemwambia haiwezekani. Alimpokea akiwa mzima, lakini sasa anaumwa. Unajua magonjwa yanaweza yakakupotezea kazi, yakakupotezea marafiki, yakakupotezea watu ambao wakati ukiwa mzima walionyesha kwamba wanakupenda na wanakujali. Kumbuka hotuba ya siku ya leo inasema rafiki anayejali, rafiki anayejali. Jamani, rafiki anayefanya nini? Anayejali. Hebu wanaonifuatilia katika kisa hiki waendelee kunipungia mkono namna hii. Karen akawaza, akasema sasa ninaenda kwa huyu boyfriend, kwa huyu fiancé, nimwambie habari za majibu ya hospitali. Nakumbuka nimekuambia amepoteza tumaini kwa sababu hana tena kazi, hana ndugu Indonesia. Rafiki aliyempata alimpata akiwa mzima, au tuseme kabla hajapewa majibu ya ugonjwa wake. Karen akaenda akiwa na moyo umenyong'onyea, akiwa na moyo umeteseka, moyoni mwake anateseka. How shall it be? Unajua, akaenda akamwambia rafiki yake, natamani tupate mahali palipotulia, natamani tupate utulivu mkubwa, natamani tukae mahali tuongee, natamani tujadili, nina jambo la pekee ninataka nikuambie. Unajua, ukiwa rafiki wa mtu, na hapa ndipo ambapo nataka unielewe, kubeba sifa ya kuwa rafiki wa mtu ni gharama kubwa sana, ni dhamana kubwa sana, ni title kubwa sana. Lakini nataka niongee na mtu mmoja hapa, kabla hujamjua na kumuita mtu rafiki, yani kabla hujamuita mtu rafiki, ni pale ambapo utamjua vizuri. Waswahili wanasema rafiki wa kweli ataonekana kipindi mambo ni magumu. Rafiki wa kweli ataonekana wakati ambapo hakuna mwingine wa kukusaidia na yeye akakusaidia. Wako watu wengi tunawaita marafiki zetu, lakini hatujajua sura yao, hatujajua wao ni akina nani, hatujajua mioyo yao. Maana rafiki wa kweli anajulikana wakati wa changamoto, wakati wa magumu. Wakaenda wakakaa kwa hoteli, akaanza kumweleza Karen, anatoa maelezo akiwa analia. Kisa hiki kimeshasambaa sana duniani, hata kimeenda kwenye mitandao mingi, na wengine huenda wamesikia habari kwa ufupi ya kisa hiki. Ni jambo gani ambalo natamani ulijue? Kumbuka samoni yetu inasema rafiki anayejali. Hebu mwambie jirani yako, rafiki anayejali. Sasa mbona unasema kwa baridi sana yani umechoka sana?
Hebu mwambie tena jirani uliyekaa naye, rafiki anayejali. Nisikilize sasa mpendwa. Karen akiwa anaeleza na machozi yanatoka, anaeleza akiwa ana huzuni moyoni mwake, anaeleza akiwa hana furaha hata kidogo. Karen anaongea akiwa amejikunja, analia kilio ambacho hakina matumaini. Kuna wakati kwenye maisha yetu, tutapatwa na mambo ambayo yatatutoa machozi sana, na huenda hata hivi ninavyoongea kuna mtu ananisikiliza anasema, Pastor Lubua, haujui hapa ninavyosikiliza somo hili, hata mimi nina mambo mazito ambayo yananitoa machozi, ama nimemwambia rafiki au sijapata mtu ambaye ninaweza nikaweka trust, ninaweza nikamwamini kwamba anafaa kuelezwa changamoto yangu. Baada ya Karen kueleza vizuri, wale ambao wanafuatilia habari za story, wanafuatilia kisa hiki kilivuma sana duniani, rafiki yake fiancé huyu akamwambia, nitakupatia figo, I will give you 1 kidney, nitakupatia, utafanyiwa transplant. Fiancé akavote, akakubali figo yake apewe huyu dada. Unajua what happened? Wakaenda, huyu boyfriend ama tunasema fiancé akatolewa figo, ile figo ikawekwa kwa huyu dada, akamwonyesha upendo. Rafiki anayejali, akampatia figo, akaiweka kwa binti figo moja, na yakabaki na moja. Hizi za kwake 2 zilikuwa zimefeli, zikatolewa zote, akapata kidney, akawa na kidney moja, na yeye mwenzake amempea moja, wakabaki wakiwa wanasaidiana. Maana huyu kijana ameguswa na tatizo la Karen. We can all dare to say huyu ni rafiki aliyeonyesha kujali. Lakini bado kisa hiki mwisho wake tutauliza, je, alimjali kweli? Je, alionyesha upendo kweli? Did he care enough? Alijali kweli? Maana baadaye angalia huyu Karen alichofanya. Karen akawa amerudi kwa ile kazi aliyokuwa amefukuzwa, akamwambia boss, akamwonyesha vipimo, akamwambia nikubali tena, maana nimewekewa tayari figo moja na ninaendelea vizuri. Sasa nikubalia nifanye kazi ili niweze kusaidia na wengine walioko nyumbani huko mbali, ili niweze kuishi hapa Indonesia. Unajua kilichotokea ni nini? Bosi akamwona, akamhurumia tena, akampa kazi. Tunaweza tukasema bosi akampokea. Lakini bado kuna kitu nataka ujifunze katika somo hili. Rafiki anayejali, a friend who cares, a friend who cares. Natamani ujifunze jambo hili. Karen akiwa ameshafanya mazoezi mapya ya kuomba kazi na bosi amempokea, akiwa na kidney ya mwenzake. Baadaye bosi alimwambia Karen, ninakuhitaji na mimi uwe mwenzi wa maisha yangu, na utakapo nikubali nitamwacha mke wangu, wewe nitakuchukua na nitakuwa pamoja na wewe. Unajua Karen akasahau habari ya kidney aliyopewa. Karen sasa anajali kazi. Karen sasa anaona kazi. Amesahau aliyemsaidia kumpea kidney. I'm talking about a friend who cares. Naongea habari za rafiki anayejali. Unaweza ukamwona kijana yule kama rafiki aliyejali, lakini Karen hakujali upendo aliyopewa. Hakujali, hakuonyesha upendo, hakuonyesha kile alichopewa kama upendo. Unajua watu wa Waithaka
wale wote mnaonisikiliza popote mnaposikiliza kisa hiki, mahali popote mtandaoni, I'm talking about a friend who cares. Ninaongea habari za rafiki anayejali. Na huenda hata wewe umekosa maishani mwako rafiki anayejali. What a story, what a story is this. Maana story hii imekamata ulimwengu. Wako ambao walifuatilia, maana story iliandikwa kwa ufupi mtandaoni, na wengine waliona gazeti hili ya kwamba baada ya kuwa Karen ametaka sasa akutane na bosi na amuoe awe mkewe, kwa sababu anatetea kazi na amemsahau aliyempatia kidini, amemsahau aliyempea kidini. Kijana wa watu alijali, akakubali atolewe kidini ampatie binti, lakini binti anaondoka, anamwacha kijana, anaenda kwa bosi. Maana sasa kidini iko sawa, amepewa kidini moja, amesahau aliyempa kidini, sasa anatetea kazi. Wako watu uliwasaidia, walisoma kwa jasho lako. Wako watu uliwasaidia, walipata kazi kwa network yako. Wako watu uliwasaidia, walipokuja wanapakulala uliwasaidia. Kuna watu uliwasaidia, hawakuwa na chakula, uliwapea chakula. Kuna watu uliwasaidia, ulikaa nao mpaka walipoweza kujitegemea. Kuna watu uliwasaidia, uliwapa pesa. Kuna watu uliwasaidia, ukawasaidia ulivyoweza. Lakini tazama, baada ya kuwasaidia wamegeuka, wamepotea, wameenda mbali na wewe, wamekukataa, wamekugeuka, wanakusema, sasa wanakunyanyasa, sasa hawajali. Mwanadamu jinsi alivyo, utamjali leo, kesho anakusahau, kesho anakusahau, kesho anakusema, kesho anakusema. Ninaongea habari ya somo linalosema rafiki, a friend who cares. Nimekutana na hadithi nyingi. Mama anasimulia, anaeleza, anasema habari nyingi zinazoonyesha kwamba alikuwa na watu ambao aliwatendea vizuri, aliwasaidia. Walipopata walichotaka wakapotea, wakaondoka katika maisha yao, wakawatesa, wakawageuka. Utakapoenda katika somo hili mwisho wake utanielewa kile ambacho ninasema. Habari za rafiki anayejali, rafiki anayejali. Unajua ni nini? Kijana yule alipojua kwamba huyu binti yuko serious na bosi, na anataka bosi ndo amuoe, aachane na yeye aliyempea kidini, akafungua kesi. Hata ninyi mliwahi kuona katika magazeti kisa hiki kikavuma duniani kote. Mwanaume anadai apewe kidini yake kama huyu binti anataka kuolewa na mtu mwingine. Sasa na yeye anasema my love to her is over, na mimi nataka arudishe figo yangu. Maana sasa anatumia figo ya mtu mwingine, alafu anaenda kuolewa na mtu mwingine. Swala likaanza, kesi ikaanza. If she's going to the other man, kama anaenda kwa mwanaume mwingine, na mimi nataka anipe figo yangu, anirudishie kidini yangu. Maana ametaka kwenda kwa bosi wake. Sasa kwa sababu ameonyesha kwamba anampenda bosi, anirudishie kidini, ndio apeane kidini na bosi, yeye aishi naye. Mimi nataka arudishe figo yangu. Unaona mambo yanavyokuwa. Mwanadamu akikusaidia, utakapomkosea, ikiwa ni urafiki utaisha, ikiwa ni hela utarudisha, kama ni chochote alichokusaidia utarudisha. Hapa katika kisa hiki natamani tuone ni nani aliye bora kuliko mwingine. Kwa macho ya wanadamu tunaweza sema huyu kijana ana haki ya kudai kidini yake, ana haki ya kuomba arudishiwe.
maana binti aliyepewa kidini, yeye ndiye ambaye ameondoka mwenyewe, ameenda kwa mtu mwingine. Lakini swali langu ni hili, je, twatenda mema ili watu watakapotutendea mabaya waturudishie wema tuliowatendea? Kinachotesa ulimwengu huu, kinachotesa watu wengi leo, walitenda wema kwa watu, alafu walitegemea wale watu warudishe wema. Walitenda wema kwa watu, wanategemea warudishiwe ule wema waliotenda. Ninataka niongee na mtu wa namna hiyo. Wanadamu, kwa ajili ya jinsi tulivyo, marafiki tulio nao, unamchangia leo harusi ya mtoto wake, unatarajia na wewe mtoto wako akiolewa, akioa, na yeye akuchangie. Unasaidia mtu kwa msiba, unatarajia akisha kusaidia msiba wako wa kwake, ukimsaidia leo kwake, kesho na yeye akusaidie kwako. Maisha tulio nayo, wengi twadhani tuna marafiki, lakini marafiki tulio nao wengi wanataka nipe nikupe, tenda nitende, fanya nifanye. Hakuna anayekubali kutenda, ama ni wachache wanaotenda mema leo wasitarajie kurudishiwa mema. Na niko hapa nikitaka kukuambia jambo hili: tenda wema uende zako, tenda wema, usisubiri shukurani. Utakao watendea wema wengine watakukataa, watakugeuka, watakudharau. Yuko rafiki anayejali, yuko yeye ambaye alitupenda hata kabla tujampenda, yuko yeye ambaye alitenda wema kwetu hata kabla hatujamtendea wema, yuko yeye ambaye anatupenda hata tunapomkosea. Upendo wake hauchoki, upendo wake unabembeleza, upendo wake ni wa agape. Alitupenda, anatupenda, atatupenda. Huyo rafiki hatusemi kwa wengine, huyo rafiki hachoki kutupenda, huyo rafiki anajali siku zote. Ninayo habari njema, ninayo habari njema jioni ya leo. Marafiki wa dunia hii watatufaa kwa wakati fulani. Marafiki wa dunia hii watanyenyekea wakiwa na shida zao. Marafiki wa dunia hii tulio nao watatupenda ili wasaidiwe. Niko hapa kukuambia Yesu Kristo alitupenda tukiwa tumemkosea. Anatupenda hata sasa, atatupenda siku zote. Yesu Kristo, ninamtangaza jioni ya leo, ni rafiki anayejali. Jamani, ni rafiki anayejali. Sio kama fiancé wa Karen, yeye sio kama bosi wa Karen. Yeye anajali, anatupenda hata tusipompenda, anatupenda hata tunapomkataa, anatupenda hata tunapomkosea. Tena tukimkosea, upendo wake unazidi kututafuta. Tena tukimkosea, analia, anaumia, anatuuliza, kwa nini msiungame tena? Kwa nini msije tena? Kwa nini mnakubali kutanga mbali? Ninamtambulisha Yesu Kristo kwako leo. Anakupenda, anakupenda. Labda nitoe mfano huu. Ni nani yule ambaye angekubali kumpa mtu fedha ambazo kila anapompa anaenda kulewa? Ni nani yule ambaye angekubali kumpa mtu fedha ambaye kila akimpa anaenda kununua miadarati? Ni nani yule ambaye angekuwa tayari kumpa mtu fedha ambazo kila akimpa anaenda kupangisha chumba kwa lodge, anaingia na mwanamke? Ni nani yule ambaye angeweza kuonyesha upendo, aendelee kuprovide hata kwa mtu ambaye anafanya vibaya? Ninaye Yesu Kristo jioni ya leo ambaye anatupatia fedha. Hata alikupatia fedha ukazitumia vibaya jana, ukazitumia mwaka jana vibaya, hata sasa anakupatia, anaendelea kujali. Yesu Kristo akiwa bado anatujali, hachoki kuprovide, hachoki kutuita, hachoki kutuosha, hachoki kutusamehe, hachoki. Ninamtangaza Yesu asiyechoka
kutupenda, asiyechoka kutusamehe, asiyechoka kutujali. Yesu Kristo ni rafiki anayejali. Punga mkono kama unampenda rafiki huyu. Labda kabla tujaingia kwenye maandiko matakatifu kwa ufupi, siku moja pale Arusha nilikutana na kesi ya ajabu. Hii ni kesi ya ajabu. Nilikuwa nimemaliza kuhubiri na baadaye alikuwa amekuja mtu na rafiki yake. Huyu mama mmoja ni Mwadventista, amekuja na rafiki yake kwa ibada, maana alimwambia twende ukamsikilize mchungaji Rubua, utabarikiwa kwa mahubiri na maombi. Kwa hiyo alikuja naye. Wakati amekuja naye, wakati nimemaliza kuhubiri, unajua nakupatia visa hivi ili mafungu nitakayo yasoma ya kufanye ujue tunaye rafiki anayejali, rafiki anayesamehe, rafiki asiyechoka, rafiki ambaye hata jioni ya leo ukiwa mtandaoni, ukiwa pale nyumbani kwako, ukiwa hapo kwenye eneo la bodaboda, ukiwa kwenye matatu, ukiwa umekaa mahali unanisikiliza, ninakuambia habari za rafiki ambaye hata kosa ulilotenda jana, hata ambalo umetenda leo, hata kama umelitenda kwa mara za kurudia, hata kama umemkwaza siku nyingi, Yesu ni rafiki ambaye hana kumbukumbu ya kosa lililoungamwa. Kila aliyeungama amejali na kusamehe. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Kama unanielewa punga mkono katika mikutano hii tena. Huyu mama Mjisi Makenzi, kisa hiki kilinishangaza sana. Hiki sio kisa anyway, ni mtu alikuja. Alipokuja akaniambia, pastor, umehubiri habari za msamaha, lakini ninataka nikwambie tumeachana na mme wangu last month, mwezi uliopita ndio tumevunja ndoa. Nikamwambia, mmevunja ndoa kwa sababu gani? Akasema, tumevunja ndoa kwa sababu nilikuwa nimechukua counter book daftari, tena alichukua kwa yathiri. Wakati wanaanza ndoa akawa ameweka moyoni mwake kwamba kila kosa analokosewa anaandika kwenye counter book, na akasema counter book ikijaa amna mtu wa kuamua, yeye mwenyewe ataamua waachane. Kwa hiyo ikitokea siku amechelewa kurudi nyumbani, anamwangalia, anaandika, anasema tarehe 1 mwezi wa 8 2006 huyu mzee alichelewa kurudi nyumbani, na nilipomuuliza alinijibu kwa madharau. Anaandika, anaweka saini. Tarehe nyingine anaweka, akajaza makosa mpaka counter book ikajaa. Ilipojaa akaenda mahakamani, akawaambia, nina kila sababu za kuachana na mme wangu. Kwa nini? Makosa aliyonitendea yamejaa counter book kwa yathiri. Kwa hiyo sina muda wa kumsamehe. Na kweli hakimu akapewa lile daftari, akasoma makosa yale, akamwambia, mama, si utangaze msamaha? Akasema, hapana, nilishaweka maagano. Wanaume wa miaka hiyo waliokuwa wanaoana naye, alikuwa anasema niliacha wengi, huyu nikamkubali. Kwa hiyo nilisema ikiwa atajaza hili daftari makosa, ninamuacha, sina muda naye, sitampenda tena. What a mistake to this woman. Ni kosa kubwa sana alilofanya. Lakini sasa anakuja kuniambia, pastor, tayari nimepewa talaka, maana makosa yalijaa daftari. Tunaye rafiki anayejali jioni ya leo. Yeye haandiki makosa na kukaa nayo. Kila anayeomba msamaha anamsamehe, anayafuta makosa yake, na anasema kila dhambi iliyosamehewa hataikumbuka tena. Hata leo ukimwomba msamaha,
kwa makosa uliofanya miaka 20 iliyopita, 10, 5, 1, miezi 2, siku, ukiomba msamaha kwake kwa kumaanisha anasamehe, maana ni rafiki anayejali, na akisamehe hatakumbuka tena. Jamani, hatakumbuka tena. Akisamehe amesamehe, akisamehe amesamehe. Jioni ya leo Yesu ninamtambulisha kwenu kama rafiki anayejali. Jamani, haleluya! Jamani wapendwa, haleluya! Hebu kama unampenda Yesu anayejali, punga mkono namna hii. Haleluya! Yesu ambaye kitabu chake kikiwa kimeandikwa makosa yako, unapoungama na kusema Baba nisamehe, anasahau. Huyu mwanamke yeye aliandika counter book, kila siku anaweka sahihi. Hakuna cha msamaha, hakuna cha msamaha. Hebu tumwangalie Yesu anayejali jioni ya leo. Yesu anayejali katika masaa haya. Yesu anayejali tunapoenda kuomba jioni ya leo. Jesus who cares. Yesu anayejali. Rafiki yangu Makenzi, nisomee Yohana 15 mstari wake wa 13. Yohana 15 mstari wake wa 13. Rafiki yangu kanyaga, twende. Tunajifunza habari za rafiki anayejali, a friend who cares. Tutasoma mafungu haya kwa haraka, maana visa vimetusababisha. Tumeelewa habari za rafiki anayejali. Anakujali, yeye anajali, yeye ni mwema siku zote, yeye anasamehe siku zote, yeye anabeba makosa yetu, yeye anabeba hofu zetu, yeye anabeba chochote. Hebu soma pale msomaji. Biblia inasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Hakuna aliye na upendo mkubwa na mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake, kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya marafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Tulia tu pale. Hakuna mwenye rafiki mwenye upendo kama huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Wapendwa, Yesu ni rafiki anayejali. Wapendwa, Yesu ni rafiki anayejali, maana upendo wake uligharimu atoe uhai wake kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na anasema hakuna upendo wa namna hii uliozidi kipimo hiki, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine. Yesu ametupenda hata kifo. Karen alipendwa akapewa figo, lakini yule fiansi alimpea figo kwa sababu alitaka waishi naye. Yesu alikubali hata kifo ili wanadamu tusamehewe, ili hata mtu wa Waithaka usamehewe, unayefuatilia mtandaoni usamehewe. Yesu hajatoa figo tu, Yesu ametoa maini yote, ametoa figo zote, ametoa moyo, ametoa akili, ametoa mwili wake wote, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Huyu ni rafiki anayejali, Rafiki yangu Makenzi, natamani tuwabariki watu hawa kwa mafungu kadhaa jioni ya leo. Nenda Mathayo 11:28 hadi 30. Mathayo 11:28 hadi 30. Tumwangalie rafiki anayejali, maneno yake yanasemaje? Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Rafiki anayejali jioni ya leo anawaambia watu wa Waithaka,
Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao tena wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, na kwa sababu mimi najali, nitawabebea mizigo yenu, nitabeba hatia zenu, nitabeba changamoto zenu. Come to me ye who are labor, those who are having heavy laden. Njooni kwangu ninyi nyote. Rafiki anayejali anasema njooni kwangu jioni ya leo, ninyi nyote mliochoka na kulemewa na dhambi, na mimi nitawapumzisha. Yesu anajali Waithaka, anakujali hata kama umekunywa pombe, anakujali hata kama umeathiriwa, anakujali hata kama umemkosea mara nyingi, anakujali. Jesus, Yesu Kristo ni rafiki anayejali. Tupunge mkono jioni ya leo. Haleluya. Tunapotaka kwenda kuomba, Yesu rafiki anayejali, Yesu mwema anayejali, yeye anasemaje? Isaya 41 mstari wa 10. Rafiki anayejali, a friend who cares. Yesu rafiki anayejali. Biblia inasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike. Yesu anamwambia mtu wa Waithaka, usiogope, usifadhaike, kwa maana mimi niko pamoja nawe. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Anasema kwa sababu mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Anasema nitakutia nguvu. Naam. Nitakusaidia. Naam. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Zaburi 46 fungu la kwanza. Yesu anawaambia watu wa Waithaka, msifadhaike, msiogope, maana mimi najali. Nitakuwa pamoja nanyi katika ndoa, nitakuwa pamoja nanyi katika biashara, nitakuwa pamoja nanyi katika maisha magumu, nitawatoa katika dimbwi la dhambi, nitawakomboa. Don't fear, msiogope, kwa maana mimi Yesu niko pamoja nanyi, nitawaokoa, nitawasaidia. Hebu tuangalie Zaburi 46 mstari wa kwanza. Biblia inasemaje? Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Mungu kwetu sisi, yeye ndiye kimbilio letu na nguvu. Msaada, na yeye msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Je, una mateso gani? Je, unateseka kwenye nini? Je, ni katika ulevi? Je, ni katika uasherati? Je, ni katika dhambi gani? Unateseka na kitu gani? Yesu kwetu sisi, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaonekana tele wakati wa mateso. Watu wa Waithaka, Yesu Kristo Mwokozi wetu, yeye ni rafiki wa kweli, yeye ni baba wa kweli. Atatuokoa hata kama tuna mateso. Anasema yeye ni rafiki wa kweli, yeye ni baba wakati wa mateso. Unafadhaika nini? Unateseka na nini? Rafiki anayejali anatangazwa na Daudi. Daudi anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada na nguvu utakaonekana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso. Una mateso gani? Unasumbuka na nini? Je, ni kitu gani kinabeba moyo wako? Yesu anatangaza yeye ni rafiki wa kweli wakati wa mateso. Naomba ndugu yangu Makenzi usome Warumi 8:38 hadi 39. Biblia ina maneno gani pale? Biblia inasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Kwa maana watu wa Waithaka, nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuja
wala wenye uwezo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala walio juu, wala yaliyo chini, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote, hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu. Jamani, haleluya! Hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu. Hakuna kitakachotutenga na rafiki wa Yesu Kristo. Hata atoke mtu chini ya maji, awe katika nchi, atoke mbinguni, atoke popote, hakuna kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Jioni ya leo, rafiki anayejali, hakuna wa kututenga naye, hakuna wa kututenga naye. Iwe iwavyo, a friend who is Jesus Christ, no one can just dismiss us from his presence and his love. Natamani usome Zaburi ya 34:18. Mafungo haya yanatiririka, yanaenda katika mioyo yetu, yanagusa katika maisha yetu, la kwamba tunaye rafiki anayejali. Hebu soma pale, mtumishi wa Bwana. Zaburi 34. Zaburi 34 mstari wa 14. Wa 18, 34:18 Zaburi. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Na waliopondeka roho. Na waliopondeka moyo. Na waliopondeka roho. Na waliopondeka roho. Huwaokoa. Anawaokoa. Na Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, kama watu wa Waithaka. Na Bwana yu karibu nao juu ya waliovunjika moyo katika dhambi, waliovunjika moyo kwa ajili ya matatizo, waliovunjika moyo kwa sababu ya hali ya maisha. Na Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka moyo, anawaokoa. Jamani, haleluya! Jioni ya leo Yesu anataka tuokoe. Unajua, rafiki anayejali katika jioni ya leo, katika jioni ya leo ana maneno anayotaka atusaidie kwayo. Petro wa kwanza 5 fungu la 7. Petro wa kwanza 5 fungu la 7. Petro wa kwanza 5 fungu la 7. What does the Bible says? Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi. Hiyo ni Petro wa kwanza 5 fungu la 7 kweli. Petro wa kwanza 5, 1 Peter 5 verse 7. Oh, samahani. Biblia inasemaje? 5 fungu la 7 Biblia inasema huku tukimtwika yeye fadhaa zetu. Kwa maana yeye Yesu Kristo anajishughulisha sana kwa mambo yenu. Jioni ya leo, huko tukimtwika yeye fadhaa zetu, huko tukimwambia yeye dhambi zetu, huko tukimwambia yeye mizigo yetu, huku tukimwambia yeye tunavyoshindwa. Maana rafiki huyu Yesu anayejali anajishughulisha sana na mambo yako, anashughulika sana na ndoa yako, anashughulika sana na ugonjwa wako, anashughulika sana na maisha yako. Jioni ya leo, mtwike yeye fadhaa zako. Jioni ya leo, mtwike yeye msalaba wako. Jioni ya leo, mtwike yeye dhambi zako. Jioni ya leo, mtwike yeye unachotaka akusaidie. Rafiki anayejali anataka tumtwike yeye fadhaa zetu zote. Anataka umweleze juu ya mwanaume ambaye amekuacha, juu ya mwanaume ambaye anakupiga, juu ya watoto ambao wameharibiwa katika pombe na mihadarati. Anataka umwambie rafiki anayejali, anayeshughulika na mambo yetu. Anataka umwambie kwamba hujapata mtoto kwa muda mrefu. Anataka umwambie kwamba unaumwa na madaktari
mahali wameshindwa mambo yako. Anataka mwambie kwamba una madeni, unakaribia kupelekwa kwa sero, unakaribia kuteswa. Anataka mwambie kwamba unataka uache pombe ila umeshindwa. Anataka mwambie tatizo lolote. Anataka mwambie unataka mume, unataka mke, unataka maisha mazuri. Yesu Kristo anataka tumtwike fadhaha zetu zote. Ninatarajia kusikia amina kubwa sana. Ndio fungu lile linalotuita na kwaya ikiwa najipanga hapa. Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5. Kumbe Yesu unatupenda hata kabla hatujakupenda. Husubiri upendo kama uliokuwa upendo wa Karen kwa yule mumewe ndio utoe figo. Hausubiri chochote, hausubiri, wewe unapenda hata kabla. Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5, Biblia inasemaje? Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa kwamba amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa Rafiki Yesu, makosa yetu, akapigwa msalabani kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake Rafiki Anayejali Yesu Kristo sisi tumepona. Watu wa Mungu, natangaza sisi tumepona. Haleluya, haleluya. Yesu anajali. Na ndio maana wanakwaya waliimba hapo mwanzo wakasema Petro alimkataa na kumkana Yesu, akasema simjui mtu huyu. Maana adhabu ya kifo iliyokuwa inamkabili Yesu aliogopa Petro. Yuda akamuuza Bwana wake, akamuuza kwa busu la usaliti, Yuda alipenda vipande 30 vya hela, akashindwa kumpenda Yesu wake. Jioni ya leo Yesu anauliza, je, utanipenda mimi au utapenda chupa ya pombe? Je, utanipenda mimi au utapenda miadarati? Je, utanipenda mimi au utapenda mipango ya kando? Je, utanipenda mimi au utapenda vitu vyako? Tunapopewa wimbo huu na kusimama, ndio tuje tuombe. Yesu anatamani tumpende yeye kuliko kitu chochote. Kwaya karibu. Ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu wetu? Je, Yesu atatengwa na wewe kwa kitu gani hasa? Yesu atatengwa na wewe yaani. Bwana asifiwe sana. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo napenda kumshukuru Mungu, watu zaidi ya 4, nimepokea taarifa zaidi ya watu 4 ambao walikuwa wanaumwa tulipowaombea hapa, ila wamepona. Amen. Jamani, ila wamepona. Amen. Na nitamani kujua majina yao. Bahati mbaya au nzuri, nafahamu tu jina la Anita, lakini wako 3 wengine ambao ninafikiri watanipea majina yao. Amen. Walikuwa wanaumwa ila wamepona. Amen. Jamani, ila wamepona. Amen. Hata mmoja nimepewa habari zake nikaogopa kidogo, ya kwamba wakati anakuja juzi hapa alikuwa na sukari ilikuwa iko 28, lakini amepima leo sukari yake
iko 9 sijui pointi ngapi, imeshuka mpaka 9. Tunaye Yesu anayejali. Tunaye Yesu anayeponya. Kwa Yesu kila kitu kinawezekana. Jamani, Bwana asifiwe. Leo ukimwona Anita ambaye alikuwa anaumwa, na unajua nimetoa kisa cha kidney, na Anita ana shida au alikuwa na shida ya kidney. Leo anatembea mwenyewe na watoto amewapakata kama hivi. Upendo wa Yesu unatosha. Jamani, upendo wa Yesu unatosha. Kuna mtu mmoja atapona hapa. Sijui ni kisukari, sijui ni pressure, sijui ni kitu gani. Bwana atakuponya. Lakini waambie kitu kikubwa zaidi ya kupona kimwili. Mkutano huu una dhamira ya kuwewe kupona kiroho. Unataka upone kiroho. Tutapona kimwili, lakini kiroho iwe zaidi. Maana waliopona kipindi cha Yesu, bado saa tena ilifika, walilala. Ila Biblia inaniambia heri wale ambao siku yao ikifika ya kulala wamelala katika Bwana. Muujiza mkubwa kuliko yote ni kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jamani, haleluya. Wakati nataka mchungaji wetu leo Pastor Upani atuombe. Pastor Upani leo ataomba, lakini najua neno hili, Yesu amejali sana maisha yako. Yesu amejali sana maisha yako. Naona sema, Yesu, ninakuhitaji, nisipotee, bali unipe uzima wa milele. Unipe uzima wa milele. Na wote waliomwamini aliwapa kufanyika wana wa Mungu, na hivyo ndivyo walivyo. Kwa sababu hiyo ulimwengu hautawatambua, maana haujamtambua yeye bado. Ikiwa unasema namhitaji Yesu, rafiki anayenijali hata katika makosa yangu, hata katika kutenda makosa kwangu ananijali, na unasema kwa namna ya kipekee, na mimi si ninahitaji leo nimpe Yesu maisha yangu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sijaandikwa leo hawatapita mbele, ila wanakwaya wa Evans Tageters, yeyote atakayenyosha mkono utaenda kwake na umshike mkono na umtie moyo na umpeleke andikwe jina yake. Yule ambaye anataka kwamba abatizwe hatimaye ampokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Muujiza wa pekee. Zitafundishwa aina za ubatizo, na utajua ubatizo wa kweli ni ule wa kuzamishwa kama Yesu alivyozamishwa. Kama Yesu alivyozamishwa. Na anasema huyo mtu atakayefanyiwa hivyo, ya kale yanapita, tazama yanakuwa mapya. Je, kuna mmoja kati yetu ambaye anasema, Pastor, natamani na mimi nibatizwe hatimaye? Ubatizo aliyebatizwa Rafiki anayejali, Yesu Kristo. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono wako mahali ulipo. Unasema, Pastor, I wish my name to be written. Wale ambao hawajaandika majina yao ila wanatamani waungane na kundi kubwa la watakaobatizwa, nyosha mkono wako. Is there anyone? Natamani kumwona huyo mmoja na anasema, Pastor, I wish my name to be written, ndio niwe tayari kwa ajili ya ubatizo, na mimi nibatizwe, na mimi nibatizwe. Kama hujaandika jina yako, nyosha mkono wako. Je, yuko mwingine? Is there anybody? Je, yuko mwingine katikati yetu? Tunapotaka kwenda kuomba, yule ambaye anasema, Yesu, nakuhitaji, nakuhitaji, I need you Jesus. Natamani na mimi niyatoe maisha yangu. Dunia haifai, dunia itanimaliza. Nataka Yesu unipokee. Kama yuko, kama ni kaka, dada, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Wako watu zaidi ya 30 wameshayatoa maisha yao, na wao nasema, na mimi natamani, na utabatizwa. Ubatizo ni bure. Ubatizo wa maisha yako, uzaliwe upya kama Yesu asemavyo. Je, yuko mmoja kwetu
Ikiwa ni wewe dada, kaka, rafiki, hujabatizwa, unatamani kupitia mikutano hii uyatoe maisha yako kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Je, kwa nini usinyoshe mkono wako? Je, yupo? Is there anybody? We are about to pray. Tunatamani tuombe sasa. Tunatamani tuombe sasa. Je, yupo? Je, yupo? Ninaitisha wito huu kwa sababu Yesu anajali. 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 Kwa sababu hiyo basi Pastor Opani atatuombea kwa ajili ya wote ambao wamekwisha kujitoa, na wale ambao katikati ya ombi hili watajitoa, wataandika majina yao ili nao wabatizwe, na mbarikiwe ambao tayari mmeshaandika majina yenu. Mbatizwe kwa Roho mnaposubiri kubatizwa kwa maji mengi. Bwana azidi kutubariki. Pastor, you're welcome. Unaweza kushare naye microphone hiyo kama iko sawa ama aliyoshika. Pastor ataomba nami nitaomba kwa ufupi pia. Pastor Opani, mtakatifu wa mafuta wa Bwana, karibu sasa ili utuombee katika mkutano huu. Mahali popote ulipo, kubali kuipokea nguvu ya Mungu katika maisha yako. Ikubali nguvu ibadilishayo, nguvu ya pekee na ya ajabu. Basi tunaingia kwa maombi na tunashukuru wale ambao wanasikiza. Ikiwa unasikia ya kwamba ungependa kubatizwa, wakati tunapoomba unaweza ukainua tu mkono wako na tutakusaidia kukuelekeza. Hebu tuweze kuomba. Baba na Muumba wetu mtakatifu na ishi mahali pa enzi mbinguni, jina lako litukuzwe jioni ya leo. Amen. Tumeona mkono wako kwa mkutano wa leo. Amen. Umetuzungumzia juu ya upendo wako ambaye ni upendo ambao hauna kipeo. Oh, yes. Tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu upendo huo umetupenda hata ingawa sisi ni wenye dhambi. Lakini unatuita kwako, unasema ya kwamba umetupenda na upendo usio na mwisho. Tunakushukuru Mungu wetu kwa mafundisho ambao tumepata katika uwanja huu tangu tulipoanza. Amen. Jina lako liweze kutukuzwa. Umetumia watumishi wako kuleta ujumbe huu, habari njema katika maisha yetu. Amen. Na tumesikia ukishuhudia katika neno lako ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Amen. Jina lako liweze kuinuliwa na uweze kupewa sifa katika maisha yetu. Amen. Wakaaji wa sehemu hii ya Waithaka wanakupenda na ndio sababu wamesogea hapa mbele. Wengine wamesimama pale, wengine wanatembea, lakini wanasikia sauti yako. Yes. Tunashukuru kwa ajili ya heshima hiyo ambao wanakuonyesha Mungu wetu. Amen. Na sasa watoto wako wamekuja mbele, wamepiga hatua wakisema ya kwamba wanataka uweze kuwapokea katika maisha yao na kuweza kutembea pamoja nao. Yes, naomba Jesus. ya kwamba jioni ya leo uweze kupokea kila moja na uweze kushughulikia mioyo ya kila moja. Yes, kulingana Jesus. na mapenzi yako. Amen. Tunashukuru kwa miujiza ambao unazidi kufanya katika uwanja huu, na hata wale ambao walikuwa na matatizo ya magonjwa, wengine tumepata habari njema ya kwamba unatenda miujiza katika maisha yao. Amen. Na wanazidi kupona. Tunajua Amen. kwamba wewe ni Mungu na wewe husemi uongo. Kile ambacho umeahidi unatekeleza. Yes, Jesus. Umesema ya kwamba tukuite wakati ambapo tuna shida nawe utatusikia. Amen. Tumekusikia ukinena nasi na tunakuita jioni ya leo. Amen. Kuna wengine ambao bado wako katika matatizo ya ulevi. Baba, tunaomba ya kwamba waweze kuwatoa hapo na upendo wako. Oh, yes. Waweze kupeana maisha yao. Tuna wengine ambao ni wagonjwa. Tunaomba ya kwamba Yesu, uponyaji wako izidi kufanya kazi katika Amen. maisha yao. Amen. Na pia zaidi ya yote Kristo, sisi zote tu wagonjwa wa kiroho tunakuhitaji Mungu wetu. Amen. Utuponye na uponyaji wa pekee
ili katika uwanja huu majuma haya ambayo tutakuwa hapa kila mmoja aweze kubarikiwa. Amen. Tunashukuru kwa mtumishi wako Anita ambaye ako na sisi hapa na wengine pia ambao wako katikati yetu. Amen. Miujiza ambao unazidi kufanya katika maisha yao. Kristo, jina lako liweze kuinuliwa. Amen. Asanti kwa mahubiri ya leo. Asanti kwa wale ambao wanazidi kufanya uamuzi katika mioyo yao ili waweze kubatizwa. Amen. Jina lako litukuzwe. Bariki wahubiri wetu, bariki mtumishi wako Pastor Fadhili ambaye ametoa neno, umemtumia kama chombo kidhaifu, lakini Jesus, neno lako lina nguvu, inaleta wokovu. Amen. Jina lako litukuzwe. Jioni ya leo tunazidi kujiachilia katika mkononi mwako. Uweze kuwa na kila mmoja wetu ambaye anasikiza, uweze kutupatia neema yako na upendo wako inaotufunganisha pamoja. Amen. Katika njia hiyo tuweze kukujua zaidi. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Baba, asante kwa ombi la mtumishi wako. Tunapoenda katika kipindi kizuri ambacho mtumishi wako atatumia dakika kadhaa kutufundisha na kuelekeza walau ili tupate nuru katika uraibu tulionao na nguvu yako inavyoweza kuokoa, yeye akiwa ni living testimony, ushuhuda unaotembea kama yeye ulimsaidia na wengine ukawasaidie, na wengine ukawasaidie. Yesu, umejifunua kama rafiki anayejali. Jioni ya leo unajali ndoa zinazopitia changamoto, unajali mahusiano yanayovunjika, unajali dhambi ambayo inaungamwa na uko tayari kuisamehe, unajali wale ambao wana madeni ya kutosha, unajali wanaomba msaada wa kuacha pombe, unajali wanaotaka kuondokana na madawa ya kulevya na mihadarati, unajali Yesu, unajali magonjwa ya watoto wako, unajali na hata kufukuza pepo na nguvu za giza, unajali hata kutikisa majaribu yanayotuandama, mateso tunayopitia, shida zinazotusonga. Jesus, you do care. Wewe unajali jioni ya leo, na kwa sababu ya waliopona ambao ni ushuhuda ulio mbele yetu, tunasema Baba ni asante na jina lako litukuzwe. Baba ni asante na jina lako litukuzwe. Na kwamba ikiwa kuna mgonjwa mwingine hapa ambaye anaumwa kimwili, apone sasa, apone sasa, apone sasa, ili utukuzwe unayeponya watoto wako. Hata kama yuko mtandaoni apone, hata kama yuko kule nyumbani apone, hata kama yuko dukani apone. Baba, baada ya kupona kimwili, hitaji letu ni hili: uponye mioyo yetu, uondoe vizuizi vinavyofanya tusijitoe kwa ajili ya ubatizo wa kweli wa kuzamishwa majini, ubatizo ambao wewe mwenyewe Yesu ulibatizwa Yordani, ili kwamba tufuate njia hiyo, na kwa njia hiyo tuokolewe, na kwa njia hiyo tuokolewe. Baba, ikiwa kuna mtu katikati ya ombi hili anaguswa kwamba ayatoe maisha yake kwako, atoke katika maisha ya zamani, atoke katika maisha yaliyochoka, atoke katika giza la dhambi, atoke katika ulimwengu uliochoka sana, na anatamani hata kama ni mtandaoni, hata kama ni hapa, anatamani atoe maisha yake, anyoshe mkono wake na Yesu uone mkono huo. Anayetamani kupokea ubatizo, anayetamani kupokea nguvu ya kuzaliwa mara ya pili, anaponyosha mkono wake, Yesu umpokee sasa, Yesu umpokee sasa, Yesu umpokee sasa. Asante Yesu, asante, maana unaona mkono fulani hivi, unaona mtu aliyejitoa mahali fulani, pale nyumbani, pale mtandaoni, hapa mkutanoni. Jina lako litukuzwe. Tupatie wakati mwema, nguvu yako iendelee kumwagika kwetu, matatizo yetu yakome, dhambi zikome, maana wewe unayejali unatubeba sasa kwa upendo wako. Kaa nasi kwa vipindi vilivyosalia, kwa Kristo Bwana wetu. Kila mmoja aaminie aseme amen. Amen. Tuseme tena amen. Basi ningetamani saa hii dakika chache zijazo, baada ya kwa kipindi cha rafiki yetu kimeisha, Pastor Upani atachoma hapa tumbaku ya mtu ambaye jana tulisema tungeichoma, ataichoma hapo. Kwa hiyo tuwe makini,
muda si mrefu baada ya kipindi kifupi. Wale tuliokuwa mtandaoni, Bwana azidi kuwabariki. Endeleeni kufuatilia Get to the Point na Satellite, na hapo kesho tena tutaendelea kwa pamoja. Leo tumehitimisha kwa somo linalosema Rafiki anayejali, anayejali na kusamehe, anayejali na kutatua mizigo yetu. Karibu tena katika viwanja vya Waithaka hapo kesho kwa Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Bwana azidi kubariki. Tunapewa kipindi kifupi hapa. Baada ya kipindi hicho itachomwa ile kitu ya mtu fulani na kipindi kingine kitachukua hatamu. Kwa hiyo mtumishi atakaribia baada tu ya ombi fulani. Wanakwaya tutaimba baada ya hiki tutaimba. Sasa tutampisha mtumishi ili afanye kipindi hicho kwa sababu ya wakati. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Vile mumearifiwa kwamba tunaendelea kufuatilia matangazo haya katika Satellite New Life SDA, ikiwa ni crusade ambayo inathaminiwa na kanisa hilo, lakini naona kwa mitandao wengi tu wakizungumzia, akiwemo Kenyasa Esther Njiri pamoja na Jacqueline Kerubo. Alafu anasema kwamba huyu Yobesio Soro na Jalso Gari anasema kwamba wanaendelea kufuatilia sana, hususan kisa ambacho kimeweza kutolewa. Kuna comments nyingi tu pale katika YouTube, lakini kuna wengine ambao pia mmekuwa mkiomba wimbo, na hata kuna wengine naona kwamba wanafuatilia kutoka sehemu ya Geita, Tanzania. Endelea kutuma ujumbe wako pale na maoni yako, hususan hata maswali, ili kwamba tuweze kuyasoma wakati ambapo tunaendelea na vipindi vyetu kutoka hapa Waithaka, Nairobi County, ikiwa ni mji mkuu wa Nairobi, Kenya. Kwa hivyo tunaingia katika kipindi cha uraibu, ikiwa pale chini tutaandika addiction and recovery. Kinaletwa kwako na Benjamin Rundu, ambaye ana uzoefu. Tunaarifiwa kwamba wakati mmoja naye alikuwa ameingia katika limdi hilo la uraibu wa madawa ya kulevya, lakini sasa Bwana amemkomboa na anatoa uzoefu wake na hata kisa chake, ili kwamba wewe uweze kuokolewa, na hata sasa utapata mafundisho ya kipekee ili kwamba uweze kubadilisha maisha yako. Niruhusu sasa niombe, nimkaribishe mtumishi Rundu. Tunakushukuru Mfalme Mungu na Bwana, asante kwa wakati huu. Asante kwa sababu mtumishi wako anasimama kusema na watu wako, na hasa anazungumza na wale ambao wamekuwa ni waraibu wa madawa ya kulevya. Sasa Bwana, sauti yake uifanye yako, ili kwamba iweze kupata penyo miongoni mwa roho za watu. Asante kwa sababu utabadilisha watu wako. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Karibu. Wakazi wa Waithaka, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakazi wa Waithaka, Bwana Yesu. Wapenzi wa Bwana, ni jioni njema Bwana ameifanya, na ametuwezesha mimi na wewe tukaweza kuwa mahali hapa ili tukaweza kusikiza neno lake. Wapendwa, kama alivyotangulia, kwa majina ni Benjamin Rundu. Mimi nimetoka sehemu za kule Nyanza, haswa kaunti ya Migori, mahali panapoitwa Rongo. Ila mimi ni mzaliwa, nimelelewa. Mimi nimekuja tu nikaweze kueleza habari zangu, habari zile ambazo si habari nzuri sana, lakini ni habari za wokovu, na kwamba Yesu Kristo yule ambaye tunayemtangaza mahali hapa aliweza kunifanyia mimi, kama alivyotangulia mhubiri akisema kwamba mimi ni living testimony. Wapendwa, nimekuja nikaweze kueleza ule uzuri Yesu alinifanyia mimi. Nimekuja kukueleza yale ambayo Yesu Kristo alinitendea mimi. Wapendwa, mimi nilianza uraibu huu nikiwa bado mchanga sana, kijana wa miaka 14 kule mjini Mombasa. Mimi nilizaliwa kama tu mtoto wa kawaida, na nikaenda shule. Nilipoingia kidato cha kwanza,
basi hali ikaanza kuharibika pale. Mimi nilikuwa sijui dawa za kulevya zinakaaje, nilikuwa nazisikiza tu kama vile wengi wetu. Lakini mpendwa, nilipoingia kidato cha kwanza, sababu yangu kuu kutumia madawa ya kulevya au kuingia katika janga lile ni ya kwamba nilikuwa na tamanio fulani. Tamanio hili lilikuwa wale wenzangu wakienda shule, tulipojiunga kidato cha kwanza pamoja, wale walikuwa wengi wao wamevalia viatu vinavyoitwa tafiz. Kama umewahi sikia tafiz, basi wengi wetu walioingia kidato cha kwanza walikuwa wamevalia viatu vile, sare mpya za shule. Kwa hiyo mimi nilitamani niwe kama wenzangu, nikatamani sana, lakini mzazi hakuwa ana uwezo wa kununulia viatu vile. Yeye alikuwa na uwezo tu wa chini kidogo, kwa hiyo hangeweza kuafford, hangeweza kununulia viatu vile. Basi mpendwa, nilivyotamani vile, nashukuru Mwenyezi Mungu alinibariki na akili darasani, nikawa nasaidia wenzangu. Nikaona katika hali ya kusaidia wenzangu watanilipa hela kidogo kidogo, basi mimi nitachanga zile hela. Baada ya kuchanga zile hela, kisha nitaenda kujinunulia tafizi. Kwa hiyo malengo yangu yalikuwa ni ya kwamba niweze kununua viatu vya tafizi. Basi ulianziaje ulevi? Mpendwa, muhula wa kwanza ulipoisha, zile hela nilikuwa nimepata ndio, lakini zilienda kwa matumizi mengine. Wale ambao mulijaliwa ama mulibarikiwa kuishi Mombasa, kunavyo vile vitu tunavyoviita viazi tamu ama viazi karai. Viazi karai na mihogo. Kwa hiyo nikawa nikilipwa pesa, mimi naenda kwa viazi karai na mihogo. Kwa hiyo zile hela hazikuweza kufika kwa malengo yake, na kwa hiyo muhula wa pili ukafika. Muhula wa pili ulipoanza, natafuta hela, rafiki yangu mmoja akaniambia, sasa ndugu, umetafuta hela muhula mzima, kwani hizo hela hazijakutosha? Nikamwambia sina hata shilingi. Akaniambia basi nitakuonyesha jinsi utakavyoweza kupata hela. Rafiki akaniambia nitakupeleka kwa bwana mmoja, yule bwana atakupa kazi, na ile kazi utapata commission yako utapata malipo yako, na baada ya malipo yako zile hela zitakuwa ni hela nzuri za kuweza kukutosheleza wewe kwenda kununua kiatu kile ambacho unatamani. Nami nilikubali wito huo wa rafiki yangu, na nikaenda kwa bwana mmoja. Sitaweza kutaja jina lake mahali hapa, lakini alikuwa ni mtu anajulikana, kwa saizi ni marehemu, na kwa hiyo alikuwa anajulikana kwa kuuza madawa ya kulevya mjini Mombasa, na zaidi ya mjini Mombasa hata nje ya nchi ya Kenya. Huyu bwana, Waingereza wanasema he was a renowned drug baron. Kwa hivyo wapendwa, nikaingilia katika kazi ile. Kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuuza dawa za kulevya na nipate hela kidogo, commission. Kazi yangu ilikuwa si kuenda kutumia ile madawa, lakini nilikuwa niende nikauze dawa zile kwa wale waraibu, kisha nipate hela. Kwa Kiingereza wanaitwa peddler. Kwa hivyo mimi kazi yangu kubwa ilikuwa niwe peddler. Kwa hivyo nikaenda nikapatiwa dawa, nikaambiwa dawa anayoenda kuuza inaitwa heroin. Ile heroin mimi nikaanza kuuza, lakini shida ni kuwa sijui heroin inaonja vipi, sijui heroin inakaa vipi, sijui ulevi wake unakaa aje. Kwa hivyo nikienda kwa mtu ambaye ni mteja, ambaye angetamani kutumia, hajawahi tumia, ili mimi nimuuzie, ataniuliza maswali, je, inaonja vipi? Kwa hivyo nikawa na changamoto kwangu mimi kama muuzaji, na hizi changamoto zilikuwa zinaweza kufanya malipo yangu yawe chini. Wapendwa, hapo ndipo nikatamani kujua ile heroin inaonja vipi, na nilipotamani nikaenda kwa wale waraibu tayari ambao wamekomaa katika uraibu ule, nikawauliza, wakaniambia sisi hutumia hivi. Wakanifundisha kutumia ile dawa ya heroin kwa jinsi ya kujidunga mishipa.
Wapendwa, nilijidunga mishipa yangu ili nikaweze kusikia ile heroin inaonja vipi, ile heroin inasisimua mwili vipi, ili kusudi ninapoenda kuuza basi mimi nikaweze kumweleza yule mteja ya kwamba hii itakusaidia kwa njia hivi. Mpendwa, nataka nikueleze siku hii ya jioni ya leo ya kwamba ile heroin si dawa ya kulevya kama sigara au pombe au bangi. Unajua kuna mwingine akipatiwa pombe saizi hujawahi onja pombe kabisa. Unapopatiwa pombe pengine kwa ulimi inabidi utegemee ile dawa ya kulevya heroin ili kusudi ukaweze kuwa mtu tu wa kawaida. Basi ile heroin ilipoingia katika damu, mimi mpenda nikakuwa dependent ama nikakuwa addicted. Kwa hivyo nikawa siwezi kufanya mambo yangu ya kawaida bila matumizi ya ile dawa. Mimi saa hizo niko shule kidato cha kwanza muhula wa pili. Inamaanisha kwamba hata darasani siingii kusoma, maana kazi yangu ni kwenda kuuza na kufanya uraibu wangu pia. Kwa hivyo kimasomo nikaanza kushuka chini. Siingii darasani wala sifanyi mtihani. Ikafika muhula wa pili ukaenda kuisha, walimu walikuwa concerned. Walimu walikuwa na maswali sana. Nikaitwa na walipofanya uchunguzi wao wote wakaita wazazi na mimi nikapata barua ya kufuzwa shule. Nikapata expulsion kutoka shule ile kule mjini Mombasa, na baba akaelezwa na mwalimu mkuu, mzee Rundu, huyu kijana wako kwa sababu wewe ni rafiki yangu, mpeleke shule za mashinani kule, hamna dawa za kulevya kama heroin. Basi mzazi wangu akachukua wosia ule, naye moja kwa moja akaenda kunitafutia shule mashinani kule South Nyanza. Mpendwa, nimekuja nikaweze kueleza kwamba sikutumia dawa au dawa ya kulevya heroin peke yake. Ndiyo, ingawaje nilipelekwa shule mashinani, kule nilipata dawa za kulevya aina nyingine. Nilipata bangi, nikapata vileo kama chang'aa, nikapata sigara. Mimi kwa sababu nilikuwa nimezoea kuwa hai, damu yangu ilikuwa imekuwa na uzoefu ule. Kwa hivyo wale waraibu, nitakueleza mpendwa, mimi ambaye leo niliacha madawa ya kulevya na nikaenda nikasomea ile addiction counseling. Wapendwa, nataka niwaeleze ya kwamba unapomtoa mtu katika uraibu wake wa pombe au uraibu wa sigara au uraibu wa miraa, basi yule mtu huwa anaenda anatafuta namna nyingine. Unapotoa ile dawa ya kulevya pale, kama ni miraa, unapompeleka mahali hakuna miraa, atatafuta uraibu mwingine wa kumwezesha aweze kusikia vile vile alivyokuwa akisikia alipokuwa akitumia ile dawa ya kulevya. Basi ndivyo ilivyonifanyikia mimi mpendwa, na nikaingilia madawa mengine ya kulevya, nikaanza kutumia bangi, nikaanza kutumia pombe, nikaanza kutumia sigara. Ilifika mahali nikaona kwamba ile bangi tuliokuwa tukiuziwa kule mashinani na wale wauzaji, nikaona nikana kwamba nikaingia katika ule uraibu sana, mpaka nikakuwa mimi ni kama pro. Nikaona ile bangi tunauziwa ni bangi mbichi. Umesikia bangi mbichi? Ile bangi ilikuwa ni kama haitengenezwi hivi sawa, haikaushwi vya kutosha. Kwa hivyo nikaona ni vizuri, shamba la mzee wangu liko karibu mahali hapa, mbona nisitumie ile shamba nikapanda bangi yangu. Wapendwa, nilipanda bangi karibu shamba eka moja. Nikapanda bangi yangu ili kusudi si ati nikaenda nikauzia mtu. Mimi nivune ile bangi nitengeze mwenyewe, nitumie bangi yangu kiuraibu, bangi ambayo ni quality kulingana na mimi. Jioni ya leo wapendwa, kwa sababu ya muda, nitakuwa nawamegea tu vipande kidogo kidogo kila siku kueleza hadithi yangu, historia yangu ya madawa ya kulevya. Lakini nimekuja hapa nikaweza kueleza mpendwa ya kwamba mimi nilifanya uraibu wa madawa ya kulevya miaka 17 ya kuhesabu, miaka 17 tangu nilipokuwa miaka 14
Najua wale ambao wanajua hesabu sasa wanafanya hesabu. Ni sawa. Nilifanya uraibu huu wote kwa miaka 17. Hiyo inamaanisha kwamba nilifanya shule, nikamaliza shule, ndio kwa njia ambazo si njia rahisi. Maana nilipigana na walimu, nikapigana na wanafunzi wenzangu, nikafukuzwa shule. Baada ya shule nilienda katika shule za sekondari, shule 5 kwa jumla. Mpendwa, katika hali hii nilifanya mambo mengi ambayo ni mabaya. Nilitenda mambo mengi ambayo ni mabaya, si kwangu peke yangu, lakini kwa familia yangu mwenyewe, kwa wazazi wangu, kwa ndugu na dada. Nataka nikueleze kisa kimoja. Nilipokuwa shule, katika shule ya 3 ya sekondari, kuna wakati unakosa hela kabisa, pocket money imeisha. Kile ambacho kinakujia akilini kwako ni njia ile ambayo utakayopata pesa nayo ili ukaweza kupata dawa ya kulevya. Maana kile kiu huwa kinafika mahali ya kwamba unatamani lakini una hela. Kwa hivyo inakupeleka mahali, kama ufanyi kazi, kama ufanyi biashara, lazima utafute njia yoyote ile. Lazima utafute hela kwa njia yoyote ile. Hata kama ni kuiba, utaiba. Na kama ni kudanganya mtu ili upate hela, utadanganya ili mradi upate hela uende ukaweza kununua dawa ya kulevya. Nilikuwa nimefikia mahali hapo. Mimi siku moja nikaamka, nikasema leo nitaenda kudanganya walimu. Nitaenda kudanganya walimu, mwalimu mkuu, ya kwamba mzazi wangu amefariki. Maana yake ilikuwa ni desturi shuleni ya kwamba ukiwa na mzazi au ndugu au dada amefariki, basi utachangiwa hela. Watakuonea huruma na utachangiwa hela na shule nzima na walimu wote, na utapata hela. Mpendwa, nataka nikueleze vile shetani anavyofanya kazi. Mimi nikabuni uongo ule, nikaenda nikaeleza walimu, na walimu wakanionea huruma sana, na wakatoa wito kwa madarasa yote, kidato cha kwanza hadi kidato cha 4, ili kusudi niweze kuchangiwa pole ama risala za rambirambi. Kwa kweli nilichangiwa. Na ujue nini? Yule mwovu shetani alifanya mambo yake. Mimi nimedanganya tayari mzazi amefariki, nikawaambia amefarikia Mombasa, matanga yanafanyika Mombasa, huku nikiomba Mungu wasiweza kufika katika yale matanga. Na kweli Mungu alijibu. Hakuna aliyefika matangani, hakuna aliyefika kuja mazishini. Hela nilipewa na nikapatiwa ruhusa kwenda nyumbani kwa muda wa majuma 2 ili nikaweza kufanya matanga na mazishi. Mpendwa, zile hela nilizochangiwa, nikaenda nikakodisha nyumba karibu senta moja, na nikakaa pale katika ile senta kwa nyumba shilingi 800. Nilikuwa nimechangiwa shilingi 15,000 za Kenya. Basi nilikuwa na uraibu wa kutosha. Nilikaa pale muda wa majuma 2, 15,000 zikaisha. Mpendwa, nimekuja nikueleze ya kwamba wakati huu wote Yesu Kristo alikuwa ananitafuta. Yesu Kristo yule ambaye tunamtangaza mahali hapa alikuwa ananitafuta. Akatamani sana akaweze kunisongelea karibu. Akatamani sana nikaweze kumsongelea karibu, lakini kulikuwa na vita dhidi ya Yesu Kristo na yule mzushi mwovu shetani. Shetani akinikabili huku na huku, Yesu Kristo pia ananivuta huku. Mpendwa, vile vita vilianza, havikuwa vita rahisi. Havikuwa vita rahisi, lakini Yesu Kristo mwishowe alifaulu. Haleluya! Yesu Kristo alifaulu, akampata mtumishi Benjamin Rundu ambaye alikuwa ametomokea katika mihadarati. Mpendwa, hali yangu ikazidi kudhoofika. Haikuwa rahisi kama vile ninavyowaambia. Vilikuwa ni vita vikuu. Nikamkana baba yangu mzazi. Iko kipindi nikasema huyu si baba mzazi. Manake alikuwa anaona
nimepotea katika ulevi na anaona nimekosa nidhamu. Mimi nimetoroka nyumbani mara nyingi sana. Mzazi siku moja akanipeleka polisi, nikatandikwa, nikapigwa viboko na polisi kwa sababu mimi ninasumbua, nimekosa nidhamu shuleni na kwa wazazi. Nikamchukia mzazi wangu wa kiume, nikiona kwamba huyu si mzazi anayenipenda. Kile sikufahamu ni kwamba mzazi alikuwa ananipenda sana. Alikuwa ananipenda sana kiasi cha kwamba angefanya lolote lile ili mimi nikaweza kubadilika. Sikujua kwamba mzazi wangu wa kiume na mzazi wangu wa kike walikuwa wananipenda sana. Mimi niliona nikana kwamba wananichukia, nikaona nikana kwamba wananichukia mpaka nikaona yule mzazi wangu wa kiume si mzazi wangu halisi. Nikaenda nikauliza hata wale wajomba, ndugu za mama, je, yule ni baba yangu? Wakaniambia ndiyo, yule ni baba yako, tunamjua, yeye ndiye aliyekuzaa. Mpendwa, nataka nije nikueleza kwamba ninapomalizia hadithi hii, baba yangu mzazi, yeye akanilaani mara nyingi sana. Alinilaani mara kadha wa kadha. Mimi ninaposimama mbele zenu wapendwa, nashukuru Mwenyezi Mungu sana. Namshukuru Mungu sana ya kwamba kabla mzazi wangu kufariki sasa ile ya ukweli, nilipata nafasi nikaweza kuomba msamaha. Nikaweza kuomba msamaha mzazi wangu. Alipokuwa kitandani hospitali, nikamwambia baba, nimekuja nikaweze kuomba msamaha kwa yale yote ambayo niliyokutenda, yale yote ambayo nilifanya katika maisha yangu, katika uraibu wangu, nikaweza kusababisha wewe ukaweza kupata magonjwa. Nimekuja nikaweze kuomba msamaha, nisamehe baba yangu. Baba alinisamehe mpendwa. Baba yangu mzazi alinisamehe. Ile laana ikabadilika wapendwa, ikatoka kuwa laana kuwa mibaraka. Haleluya! Mimi sijui wewe ulioko hapa mpendwa, sijui yale ambayo umepitia katika uraibu wako kiasi cha kwamba hata wazazi wako wamekulaani, lakini nimekuja mbele zako mpendwa nikaweze kueleza kwamba Yesu anabariki. Yesu anabariki. Unapojitolea maisha yako kwake, unapojikabidhi kwake, Yesu anabariki, na Yesu atageuza laana yote ile. Yesu atageuza laana yote ile kuwa mibaraka katika maisha yako. Punde tu unapojikabidhi katika mikono yake, punde tu unapopeana maisha yako kwake, Yesu Kristo anaweza kubadilisha hata ile laana mpendwa. Yesu Kristo atatoa ile laana juu yako. Mimi siku ya leo najihesabu mbarikiwa. Najihesabu mbarikiwa mpendwa. Najihesabu mbarikiwa kwa sababu Yesu aliweza kunibadilisha. Kama vile nilivyowaambia, nitakuwa nawamegea tu pole kila siku. Kila siku itakuwa na dozi yake. Nitakueleza kila siku, nitakupatia tu kidozi yake kidogo tu ya hadithi yangu. Kwa sababu ya muda, nataka nikaweza kusoma neno katika Biblia hii ili wale ambao wamefika mahali hapa pia wakaweza kupata baraka katika neno la Mungu kabla tufunge na ombi. Mpendwa msomaji, naomba ukaweza kunisomea kitabu cha Isaya 1:18. Isaya 1:18. Msomaji, ama nitasoma kwa Kiingereza leo. Isaya 1:18. Maandiko inasema, ndio, haya, njooni tusemezane. Asema Bwana, ndio, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji;
Sijapokuwa nyekundu kama bendera, sitakuwa kama sufu. Asante. Soma Mathayo 11:28 hadi 30. Mathayo 18:28 hadi 30. Mathayo 11:28 mpaka 30, maandiko yanasema hivi. Ndio. Njooni kwangu. Yes. Nyinyi nyote msumbukao na kwenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Asante. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Fungu la mwisho Ufunuo 22:17. Ufunuo 22:17. Wapendwa, Ufunuo 22:17 soma. Na roho na bibi harusi wasema, ndio, njoo. Naye asikiaye na aseme, njoo. Naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye, naye atwae maji ya uzima bure. Asante msomaji mpendwa. Biblia inasema hivi, Mungu Baba anasema, come let us reason together. In Isaiah 1:18, God the Father says, come let us reason together. Jesus the Son says in Matthew 11, come all you who are weary and heavily burdened, I will give you rest. The Spirit of God and the bride says in Revelation, come. Friends, wapendwa, lugha hii ya njoo ni lugha ya mbingu. Mungu Baba anasema njoo, Mungu Mwana anasema njoo, Mungu Roho anasema njoo. Wapendwa, tunaalikwa na Yesu Kristo, tunaalikwa na Mungu Baba, tunaalikwa na Roho Mtakatifu ya kwamba tuje, manake yeye anaweza kutubadilisha. Yesu Kristo anaweza, tunapokuja mbele zake, tunapojikabidhi mbele zake, yeye ana uwezo wa kutubadilisha. Ningependa nikaweze kuuliza wapendwa, tunapofunga na ombi na kwa heshima ya mbingu, ningependa niulize, hebu sote tukaweze kunyanyuka kwa miguu tunapopata ombi, tunapofunga hii ibada, ya kwamba wewe ambaye uko hapa ungetamani sana kuacha mihadarati, ungetamani sana ukaweza kuacha madawa ya kulevya, pombe, sigara, miraa, ungetamani sana ukaweza kuacha, lakini jinsi ya kuacha ndiyo ngumu kwako. Nataka nikualike mpendwa, ndugu au dada, wewe uliyeko hapa, njoo karibu tukaweze kuomba pamoja. Je, kuna mtu kama yule? Je, kuna yule ambaye kama yule anatamani sana akaweze kuacha uraibu? Ninakualika mahali hapa ya kwamba ni mbingu inayokuita wewe, si mimi Benjamin ninayokuita, lakini mbingu inakuita. Mbingu inasema njoo. Asante. Tunapoimba wimbo beti moja, jina lake, tunapoimba wimbo ule, jina lake Yesu tamu, iko mtu mahali hapa katika uwanja huu umetamani sana ili ukaweze umetamani sana ukaweza kuacha madawa ya kulevya, mihadarati, pombe, sigara, miraa. Yesu anakuita, mbingu zinakuita. Unaposikia wito huu, usifanye moyo kuwa mgumu mpendwa. Unaposikia wito huu, usifanye moyo kuwa mgumu mpendwa. Ninakualika mahali hapa, tumekuja mahali hapa ili kusudi yako tu mpendwa. Yesu anakuita, njoo mahali hapa. Je, yuko mwingine? Asante ndugu, asante ndugu. Je, yuko mwingine? Tusiweze kwa kufungia nje mpendwa. Je, yuko mtu kama yule mahali hapa? Je, yuko mtu kama yule pale? Ningependa nimwalike Pastor Abna. Ndugu, ombee ndugu hawa. Tuweze kuomba kwa ndugu zetu hawa wawili. Mtakatifu na Mungu wetu, mfalme muumba mbingu na nchi na vyote, hakika wewe ni Mungu ambaye uko na wingi sana wa uvumilivu, tena uko na wingi wa upendo. Asante maana neno lako limesikika. Asante kwa ushuhuda
ambao umeletwa na ndugu yetu. Kristo Yesu, wewe ambaye uliyemsaidia ndugu yetu huyu mpaka leo akasimama kukushuhudia, na hawa wawili wamesikia wito huo, wamekuja mbele zako Kristo Yesu. Ninajua kwamba hata wao utawasaidia. Tunawakabidhi mikononi mwako Mungu wetu, uweze kutembea pamoja na wao. Tunajua kwamba shetani hafurahi. Tunajua kwamba wengine wanaweza ona kwamba ni mchezo, lakini Kristo Yesu, ukweli kabisa, unaweza wafungua na wakawa huru. Na tunaomba watumishi wako Mungu kwamba ukaweze kuwasaidia hata mmoja hapa ambaye atabaki akiwa mshuhuda, maana shetani amenasa wengi, ametinga wengi sana, kiasi wanaona kwamba hawawezi kutoka mahali hapo. Mungu wewe unaweza, Mungu wewe unaweza wafungua. Tunaomba kwamba uweze kuwafungua Mungu wetu. Zaidi ya yote, mji huu watu hao wakawa shuhuda, wengi wakasema kwamba kweli, tazama, tangu siku ile akampenda Yesu maisha yake yamebadilika. Tangu siku ile akampenda Yesu, angalia vile familia yake iko. Tangu siku ile akampenda Yesu, angalia hata utajiri amekuwa nao. Utawatendea mambo makuu wakikukubali kukupenda Kristo Yesu na kukuitikia kama mwokozi wa maisha yao. Hebu kaanza na hawa ndugu wetu wawili ili waweze kuwa ushuhuda mahali hapa. Sante kwa watumishi wote, sante kwa unabii ambao utakaoletwa na Evangelist Orina. Mambo yote yasikike kulingana na uwezo wako. Tumeomba katika jina lako Kristo Yesu, mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Tungeweza kaa chini. Tangazo tu moja tu wapendwa. Kesho kuanzia mida ya saa 9 nitakuwa mahali hapa katika hema ile. Yeyote yule ambao atakuwa anataka wosia wowote, ushauri wowote, haswa kwa maelezo kuhusu madawa ya kulevya, nitakuwa katika hema ile. Ya kwamba ninakualika kesho, njoo tukaweza kushauriana pamoja. Zaidi ya yote, ukitaka historia yangu yote vizuri, niko na channel kwa YouTube, nenda tu andike Benjamin Rundu ama Addiction and Recovery Process, basi utapata hadithi yangu pale. Asante na Mungu akaweze kubariki. Asante sana, tunashukuru tumishi wa Bwana Benjamin. Asante sana. By the way, kama unataka kumuona ako unaweza kumuona, muweze kuzungumza. Mungu aweze kuwabariki. Sasa tunaenda kuchoma tumbako. Tumbako hii ilitolewa jana, ya kwamba huyo mwenye alitoa akasema anataka nguvu ama tamaa ya tumbako iishe kwake, na kuonyesha hiyo akaileta ili tuweze kuchoma. Kwa hivyo tunataka kuingia kuchoma tumbako hii, na ikiwa una kitu chochote ambacho imekushika, njoo hapa na Mungu atakuweka huru. Kwa hivyo nitauliza tumishi wa Bwana Robinson aweze kuhakisha tuichome hapa mbele yenu, tukisema ya kwamba nguvu za tumbako na wale ambao wamenaswa katika njia ya tumbako na hata unywaji iweze kushindwa kwa jina la Yesu. Basi tunachoma hii tumbako, na naamini ya kwamba mwenye alileta hii tuweze kuchoma, nguvu za Mungu itaweza kumsaidia kuweza kutoka katika tamaa hii na uraibu huu wa uvutaji wa tumbako na aina yake. Nashukuru sana wakaaji wa hapa, bado tuko na tunaomba ya kwamba kiwa una ingine ambao umeweka, kuna wengine wameweka hata vitu kwa nguo ya kuwatunza, naomba ya kwamba ulete na ichomwe, maana Yesu anashinda kila kitu. Yeye ndiyo jibu ya matatizo yetu, sio tumbako, sio pombe, sio madawa za kulevya, bali Yesu Kristo ndiye jibu ya matatizo yetu. Kwa hivyo tunachoma hii tumbako, na tuna imani kubwa ya kwamba mwenyewe Mungu atampatia nguvu ya kuweza kuishi maisha ya ushindi. Hebu tuweze kuomba tunapomaliza kuchoma hii. Baba wetu na Muumba wetu, tunakushukuru kwa ajili ya watoto wako ambao wanazidi kuja mbele zako
na vitu ambavyo vimewanasa katika maisha haya. Saa hii tumeshuhudia tunapochoma tumbako hii, tunaomba ya kwamba nguvu ya tumbako na hata nini hapa ama ni pombe na kila kitu, tunaomba ya kwamba Yesu uweze kushindania watoto wako na uweke huru, waweke huru waweze kukutumikia. Jioni ya leo guza kila mioyo, wale ambao wanatamani maisha yao yaweze kuwa mazuri, tunaomba ya kwamba uweze kuwaguza na kuwaleta karibu na wewe. Jina lako litukuzwe, maana tumeomba katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Amen. Wewe hii tumechoma na imekuchomeka na itaisha hivyo. Asanteni sana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wanaendelea kufuatilia mitandao, wengi tu katika sehemu mbalimbali ama kutoka sehemu mbalimbali kote ulimwenguni, ikiwa ni Ulaya, Marekani na hata nchini Kenya na hata Afrika. Nimeona wengi tu katika mitandao wakisema kwamba wanaendelea kufuatilia mahubiri haya kutoka hapa Satellite New Life, ikiwa ni siku ya 3 ambapo tunaendelea na mfululizo wa Injili, mahubiri pamoja na uchanganuzi wa Biblia, na hata sasa tunaenda kupata somo la unabii. Hapa unapata pia nyimbo nzuri tu za kukufariji ikiwa zinaletwa kwako na waimbaji wa Heaven Tageters, na kuna mahubiri pamoja na uchanganuzi wa Biblia ambao unaletwa na watumishi wa Bwana. Endelea kufuatilia, lakini chini utaweza andika comment ili kwamba tuweze kujua unatutazama kutoka wapi, na maoni yako katika hotuba ama katika mahubiri haya yatakuwa ni muhimu sana katika kuboresha mawasiliano. Tunaingia katika kipindi cha unabii. Niweze kumruhusu sasa mtumishi wa Mungu Orina aweze kutupeleka katika kipindi hicho cha unabii, na baadaye tutaweza kufunga. Hiyo kesho tunayo mahubiri hapa asubuhi na maombi kuanzia saa 10:30. Kwa hivyo basi tunakualika sana katika maombi hayo. Wengi tu ambao wamefika wameweza kubarikiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante. Omba nianze. Tunaomba. Tunakushukuru sana Mungu wetu. Jina lako lipewe sifa na kuinuliwa katika maisha yetu. Uwepo wako ndio tunaalika katika mkutano huu ambapo umekuwa nasi tangu tulipoanza vipindi na unazidi kunena na watoto wako. Ninapo pia simama, takasa midomo yangu, safisha koo langu, anayenisaidia pia kusoma maandiko, utawale mahali hapa, malaika watakatifu kuweka ulinzi. Tunaomba tukiamini kwa jina safi, jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana tena mkombozi wetu. Amen. Karibu tena katika unabii wetu wa matumaini kwa jina la Yesu Kristo. Na katika vipindi hivi tunapoendelea, baadaye pia utaweza kufuatilia katika YouTube. Ukifinya tu Donald Orina utapata mafundisho mengine huko zaidi kwa ajili ya yale ambayo hujafikia. Kwa sababu ya wakati hatutaweza imba wimbo kwa sababu ya wakati. Naomba tu niwakaribishe. Somo letu linasema siri kuu ya Omega. Jioni ya leo somo letu linasema siri kuu ya Omega, siri ya kupata ushindi katika ufunuo. Siri ya kupata ushindi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Wapendwa, napenda kuwakaribisha na kuambia kwamba dunia ambayo tumefika imeweza kuendelea sana. Mwanadamu amepewa akili na hekima, ameweza kutengeneza vitu vya ajabu sana. Kwa mfano unayotazama katika hiyo picha ni roketi ambayo mwanadamu ameijenga, ambayo inasafiri kwenda hata katika sayari zingine kupiga picha na kumpatia mwanadamu habari kinachoendelea. Yaani katika hali hiyo pia mwanadamu ameweza kutengeneza mashine zingine za kurahisisha maisha, ya kufanya maisha iwe rahisi. Simu zimekuja, sio kama kitambo mlikuwa mnapiga msururu kwenye telephone booth, unang'ang'ana, unaweka pesa inaenda, mtu unayetafuta hata umpati. Siku hizi hata katika nyumba yako shilingi 5, shilingi 10 unaweza nena na mtu aliye Marekani, uso kwa uso, mnajadiliana, mkiangaliana, mkisemezana. Lakini hatari ni kwamba ijapokuwa mwanadamu amejiendeleza hivyo, ameenda mbali katika ufumbuzi,
Tena mwanadamu, huu ndio muda, hii ndio karne tena, mwanadamu ameweza kukamatwa sana, ameweza kuingia katika utumwa mbaya zaidi wakati wa dunia, katika uraibu. Tumejiendeleza katika mashine, lakini tumekuwa katika utumwa mbaya zaidi ya wakati wowote, katika uraibu mbali ambayo ndugu yetu ameshatoa shuhuda. Uraibu wa ulevi, uraibu wa kutumia mihadarati, uraibu mbaya ambao mwanadamu ameshindwa kujitoa ndani yake. Yaani kompyuta itakusaidia. Yes, tumetengeneza teknolojia lakini haijaweza kusaidia. Swali linakuja, je, ni nani awezaye peana mwanadamu? Ni nani atampa mwanadamu uwezo katika maisha ya kuweza kushinda uraibu na mitego kama hii? Ndio swali. Je, jibu ni gani? Nani atatupa siri ya ushindi ya kupambana na kushinda uraibu mbalimbali? Siri ni kwamba ni moja tu. Ni mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo. Yohana Injili 1:12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Haleluya! Anayeweza kukupa uwezo wa kutoka katika uraibu huo, wa kutoka katika utumwa huo, ni mmoja tu ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Lakini akupeje? Condition ni kwamba umpokee, ndiye atakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, na pia uliamini jina lake. Swali ni je, wengine nauliza sasa, mwalimu unavyosema hivyo, unamaanisha Yesu ana uwezo huo? Unamaanisha Yesu anaweza nisaidia? Ana uwezo wani, anaweza nitoa katika uraibu huu? Ukweli, Yesu ana uwezo. Kwa hivyo sasa hivi sio teknolojia tunahitaji, sio nguvu ya umeme, sio roketi, sio ndege. Tunamhitaji Yesu. Je, Yesu ana uwezo gani? Mathayo 28:18 inasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote, yaani uwezo, mbinguni na duniani. Yesu tunayekualika kwake ana uwezo wote mbinguni na duniani. Leo ukimpokea, leo ukimwamini, je, utatoka. Hakika utaondolewa katika utumwa ulio nao. Hakika tunapoenda shule kuna zile mambo tunasoma. Kwa hivyo katika Ufunuo ni sawa na kusema Yesu ndiye Alfa na Omega wa uwezo, ndiye mwanzo na mwisho. Ufunuo 21:6 inasema, akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Kwa hivyo kaka yangu, dada yangu, mama yangu, mtoto uliye hapa leo hivi, ukisikia sauti ya Yesu anapokuita, ukikuja, atakupa chemichemi ya maji bure, hautagharamika. Ndiye Alfa na Omega. Tena jambo lingine ningependa kukumbusha ni kwamba, ndugu yangu, Yesu ndiye Alfa na Omega, yaani ndiye mwanzo na mwisho na kila jambo bora katika maisha yako ambaye unahitaji. Kwa hivyo tunachohitaji sasa hivi, kwa sababu ya changamoto za maisha na utumwa mbalimbali, ni kwamba tunamhitaji Yesu ambaye atatupa nguvu, atatupa amani, atatupa tumaini na atatupa wokovu. Haleluya! Kumbuka maandiko yalisema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na wote walioliamini jina yake. Nataka kukumbusha kwamba katika unabii huu, historia yote ya dunia inamuhusu Yesu Kristo. Historia yote ya dunia inamuhusu Yesu Kristo. Ni wachache sana wanakataa kwamba Yesu hayuko. Kuwepo kwa Yesu ni uhakika katika historia. Kuna wengine wanamjua Yesu kama mwalimu mzuri, wengine wanamjua kama mwanafilosofia, wengine wanasema alikuwa tu nabii. Lakini nataka nikwambie kwamba kama Yesu kwako ni nabii, baada hatakusaidia. Kama Yesu kwako ni mwalimu, atakupa tu wazo. Kama Yesu kwako ni mwanafilosofia, atakupa wazo. Kama ni nabii, atatabiri. Lakini unahitaji uwezo wewe mwenyewe wa kushinda majaribu na dhambi, na hiyo inapatikana tu kwa Yesu Kristo. Unajua kama dunia hii kuna watu wako na changamoto mbalimbali. Mfano, tumepewa mtu anajua sigara inaleta shida,
imemuathiri, pengine amekuwa na saratani ya mapafu, anataka kutoka lakini ana uwezo wa kutoka. Anataka kuacha lakini ana uwezo wa kuacha. Anajua na dhuru afya lakini ameshindwa. Ni nini ana? Ana uwezo. Ana uwezo. Uwezo huo unapatikana kwa Yesu peke yake. Ndio maana maandiko yanasema bali wote waliompokea Yesu walifanyika kuwa watoto wa Mungu na waliamini jina lake. Je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Ndio swali. Je, Wakristo wanahitaji kumpokea Yesu? Naam, kwa maana kuna Wakristo wengi ambao wanaishi maisha ambayo ana uwezo kabisa. They are powerless. Hawana mvuto wa kusaidia wengine kuja kwa Yesu. Hata Wakristo wanamhitaji Yesu. Kwa maana kuna wengine tu siku ya kwenda kanisani ndio wanaonekana kama Wakristo, lakini siku zingine wanapotembea, jinsi wanavyovaa, jinsi wanavyokula, jinsi wanavyonena, maisha yao na mtu wa dunia hamna tofauti. Kwa hivyo hata Wakristo wanamhitaji Yesu ili waishi maisha ya kumtukuza na kumpendeza Yesu. Swali jingine ni je, Yesu ana uwezo huo wa kubadilisha maisha yangu? Sasa tunaingia, kumbuka tunazungumzia unabii sasa. 28 na 17 mstari wa 5. Tena Yesu mwenyewe alisema yeye ni Masihi. Yohana Injili 4:26. Tena ana uwezo, na tulipata ni uwezo wote juu mbinguni na hapa duniani. Pia ana ujuzi wa mambo yajayo. Yohana Injili 13:19. Pia akasema ana uwezo wa kusamehe dhambi. Mathayo mstari wa 9, sura ya 9 samani, aya yake ni ya 2. Pia Yesu huyu alisema yeye ndiyo njia, ukweli na uzima. Pia yeye ni ufufuo na uzima. Pia alisema yeye ni mlango. Pia yeye ni mkate wa uzima. Tena yeye pia ni mzabibu wa kweli. Tena anasema Yohana 8:12, yeye ni nuru ya ulimwengu. Wapenda, nataka niwahakikishie kwamba aidha Yesu ni vile alivyodai kuwa ama atakuwa mkora na mwongo kuliko kwamba, wapendwa, Yesu alivyosema ndivyo ilivyo na ni ushahidi tosha. Unapotazama picha hizo ni kwamba hizo zinaelezea maisha ya Yesu alipozaliwa, mahali na jinsi alivyosalitiwa na alivyoteswa mpaka akafa. Haya mambo yote yalitabiriwa. Ndio maana tunasoma unabii. Unabii pia ulitabiri maisha yetu yote. Ndio maana alisema hivi katika Yohana 5:39, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba mna uzima ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Haleluya. Yesu anasema unapochukua muda kuyachunguza maandiko, una uzima ndani yake, na maandiko yanamshuhudia yeye, yatazidi kukuelekeza kwa Yesu. Usije ukasahau hiyo. Sasa katika maandiko unabii ulitolewa kuhusu maisha yake ya Yesu yote, na kila kitu ikatimilika alipozaliwa. Unajua maandiko iko katika sehemu mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale, kuna wengine wa Kristo wanafikiria Yesu anapatikana tu katika Agano Jipya. Wanasema Agano la Kale ilikuwa na Mungu ambaye alikuwa na ukali, ambaye anakasirika haraka, anaua watu. Soma maandiko vizuri. Agano la Kale na Agano Jipya yote ni moja, na inatoa habari za nani? Za Yesu Kristo. Wacha tuangalie. Unapotazama hizo picha, zinaelezea mahali Yesu alipozaliwa, jinsi ambapo angezaliwa, ambaye angemsaliti na kifo chake. Na hiyo ni unabii ambao ulitolewa kabla mambo yenyewe yatimilike. Kwa mfano, katika Biblia Yesu anatimiza zaidi ya unabii 300 zilizomhusu kwa ufasaha. Zaidi za unabii 300 Yesu alitimiliza kwa ufasaha bila kukosea hata moja. Unaposoma katika historia, unaposoma katika hata statistics, hata kwa wanasayansi, kupata mtu mmoja
atimilize unabii uliotolewa kuhusu yeye. Hata pointi 8 peke yake probability iko chini sana, yaani ni 1 juu ya 330. Yaani ni kidogo, lakini kwa Yesu ilikuwa nabii 330 na akatimiliza zote kwa ufasaha. Kwa hivyo unabudi na ni bora uamini neno la Mungu. Unapolisoma, unaposhika Biblia yako mkononi, unapoisoma iamini. Jua kuna neno la Mungu lililo hai, uko na uhakika, uko na uzima mikononi mwako. Liamini neno la Mungu. Kumbuka yeye ndiye Alfa, yeye ndiye Omega. Sasa tuangalie kwa mfano unabii kuhusu Yesu katika Agano la Kale. Kwa mfano alitabiriwa Isaya 7:14 ataitwa Emanueli. Ikatimizwa katika Luka 1:26 mpaka 38. Pia alitabiriwa atazaliwa Yerusalemu katika Mika 5 mstari wa 2. Ikatimia katika Luka 1 sura ya 2 mstari wa 1 hadi 20. Pia akatabiriwa jinsi angefanya kazi yake. Kitabu cha Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2. Hayo yote yakatimika katika Injili. 61:1 inasema hivi: Roho ya Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri masikini habari njema. Mwalimu wa... Kwa hivyo ilitabiriwa, hiyo ni Isaya, the gospel prophet. Alitabiri kazi ya Yesu, jinsi angeifanya. Maandiko yamesema Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ni wahubiri masikini habari njema. Swali ni je, ni lini Yesu alitiwa mafuta? Matendo 10:38. Matendo 10:38. Ni lini Yesu alitiwa mafuta? Ndiyo akaanza Nazareti. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Jinsi Mungu alimtia mafuta kwa jinsi gani? Ya Roho Mtakatifu. Sasa swali ni hili mwalimu, nikuulize. Ni lini Yesu alipokea Roho Mtakatifu? Ni katika ubatizo. Haleluya. Kwa hivyo Roho ya Mungu ilishuka juu ya Yesu akaanza kazi katika ubatizo. Ndiyo Matendo 10:38. Akampokea Roho wa Mungu akaanza kazi. Sasa je, kazi ya Yesu ilikuwa gani? Alipobatizwa akampokea Roho, yaani akatiwa mafuta. Hiyo mafuta sio hii siku hizi tunaona kwenye televisheni, watu wanatoa supermarket wananunua, wanaita anointing oil. Hapana, hiyo tutasoma hapa tuone uongo hiyo mahali ilitoka na vile watu wamedanganywa na kupoteza pesa yao. Kutiwa mafuta sio mafuta ya kununua supermarket eti mchungaji anabariki. Kutiwa mafuta ni kumpokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Yesu alipopokea, maandiko yanasema ili ni wahubiri masikini habari njema. Haleluya. Swali ni je, siku hizi habari njema inapatikana wapi? Habari njema haipatikani kwenye televisheni, iwe ni NTV, iwe ni Citizen, iwe ni K24, iwe ni KTN. Hiyo sio habari njema. Ukiona huko unaona ufisadi, unaona watu wakifa njaa, unaona vilipuzi, watu wanakufa Ukraine, unaona watu mama aliweka watoto wake akawapea sumu akafa, unaona baba vile alinyonga familia yake. Hiyo sio habari njema wapendwa. Hiyo sio habari njema tunahitaji. Habari njema inapatikana katika neno la Mungu. Ndio maana maandiko yanasema habari njema iko katika neno la Mungu takatifu. Habari njema iko hapo. Ndio maana Isaya anasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta ni wahubiri masikini habari njema. Tuendelee sasa mwalimu. Isaya 61 mstari wa 1 ukiteremka. Amenituma
Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Naam. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Halafu amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, watangazia mateka uhuru wao. Asante. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Asante. Tuangalie sehemu ya kwanza kwamba amenituma kuwaponya waliovunjika moyo. Watu wa Mungu, dunia tunayoishi, vile watumishi wenzangu wameshawaelezea kwamba tunaishi dunia iliyochawa changamoto tele. Ndugu walipotupatia Bible study, tulisoma kitabu cha Isaya kwamba dunia kuvunjika imevunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia inayumba na kulewalewa kama mlevi, imekuwa kama machela, mzigo wa dhambi zake umeilemea. Dunia tunayoishi imejaa masumbuko, imejaa mizigo, imejaa matata, dhiki na shida kila siku. Lakini je, Yesu alipokuja na hata sasa leo anasema kazi yake ni kuwaponya waliovunjika mioyo. Kuna wale waliovunjika moyo kwa sababu ndoa imeharibika, watoto kwa sababu wamefiwa na wazazi, mama kwa maana mzee amemwacha, mzee kwa maana mama amemtoroka, wengine biashara kuharibika, wengine wamepata saratani, wengine wamepata magonjwa, wamevunjika moyo, hawana mbele, hawana nyuma, wengine hata wametafakari kujiua. Kuna mama mwingine tulipata naye alituambia hivyo, kweli mimi maisha yalikuwa magumu, hata nilikuwa karibu kujinyonga, lakini Mungu alinisaidia, amenisaidia, nimesikia habari zenu. Alikuja hapa tukamuombea na Mungu anaendelea kumsaidia. Haleluya. Maisha ni magumu, lakini Yesu anasema amenipaka mafuta kuhubiri na kuwaponya waliovunjika moyo. Sijui wewe umevunjika moyo aje, lakini kumbuka Yesu kazi yake ni kuponya waliovunjika moyo. Zaburi 147 verse 3. Maandiko yanasemaje? Yesu ako tayari kuponya waliovunjika moyo. Soma tafadhali. 147 mstari wa 3. Huwaponya waliopondeka moyo. Yesu huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Asante. Sasa sehemu ya pili tena, maandiko yanasema kuwatangazia mateka uhuru wao. Haijalishi umekaa katika pombe miaka ngapi. Ndugu ametueleza alikaa miaka 17, lakini Yesu alipokutana naye leo ni mzima na anashuhudia. Haleluya. Kwa hivyo maandiko yanasema tena anakuja kuwatangazia mateka uhuru wao. Mbona isikae wewe ambaye umetekwa katika ulevi? Mbona isikae wewe uliotekwa katika mihadarati? Leo Yesu ananena nawe, na hizi wiki mbili kaa yeye yule atakayetangaziwa uhuru, na uwe huru kweli kweli. Haleluya. Ndio maana Yesu alipokuwa duniani aliponya vipofu wakaona, viwete wakatembea, hata mama aliyekamatwa katika uzinifu pia yeye aliwekwa huru. Ndio maana Yohana Injili 14 anasema msifadhaike moyoni mwenu, niaminini Baba, niaminini na mimi. Na ndio maana anasema katika Mathayo 11, njooni kwangu nyinyi yote msumbukao na mwenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na anasema tia Yohana 6:37, yeyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Usije ukasahau ahadi za Mungu. Haijalishi hiyo ndio kazi yake, maandiko yamesema hivyo. Na pia Luka 5:20 anasema nitakusamehe dhambi zako. Wewe njoo kwa Yesu leo, kubali atakusamehe dhambi zako. Mwanamke huyu alikuwa mzinifu, lakini Yesu alimwezesha. Alipomsema nami sikuhukumu, nenda usitende dhambi tena, alipata nguvu. Kwa hivyo watu wa Mungu, Mungu alimwezesha. Ndio maana Yohana anasema bali wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo usije ukasahau hivyo. Yohana Injili 1:12, bali wote waliompokea. Hata leo ukimpokea Yesu utapata uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kumbuka tunazungumzia unabii wa wakati.
Leo tunazungumzia unabii wa wakati unaohusiana na historia ya Yesu atakavyozaliwa na kazi ambayo angefanya. Tumeona alivyotabiriwa, mahali angezaliwa, chizi angezaliwa na kazi yake, na tumeona ilitimilika. Wacha tuangalie, je, na unabii wa wakati, je, uliotabiri kuhusu Yesu, je, ulitimilika? Kumbuka Wagalatia 4:4 inasema, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe. Haleluya! Wakati huu ulitimilika ni gani? Katika Biblia tunaenda kupiga hesabu. Kuna ushahidi wa mathematics katika Biblia utakao tuonyesha jinsi wakati ulipotimilika Yesu akaja duniani. Tunaingia kitabu cha Danieli 9:24 mpaka 27. Twende ndugu. Danieli 9:24 mpaka 27. Biblia inasema, nasemaje? Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu ili kukomesha makosa na kuishiliza dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Haleluya! Danieli anapopewa maono hayo, maandiko yanasema kuna mambo yaliyotabiriwa Danieli akapewa kuhusu watu fulani. Maandiko yanasema muda wa majuma 70 umetabiriwa kwa watu wako. Naomba niulize swali. Juma lina siku ngapi? Mwalimu unaweza nisaidia? Juma moja lina siku ngapi? 7. Kwa hivyo majuma 70 ni siku ngapi? Ni 70 ukizidisha na 7 itatupatia siku ngapi? 490. Kumbuka katika unabii Ezekieli 4:6 anasemaje? Kumbuka maandiko yanasema majuma 70 yameamriwa kwa watu wako. Juma ni siku 7. Majuma 70 ni 70 usidishe na 7 upate siku 490. Na katika unabii siku moja ni nini? Soma Ezekieli 4:6. Ezekieli 4:6. Tena utakapozitimiza hizo. Ezekieli 4:6. Tena utakapozitimiza hizo utalala kwa ubavu wako wa kuume, nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40. Siku ngapi? 40. Siku ngapi? 40. Siku 40. Siku moja kwa mwaka mmoja. Siku moja kwa mwaka mmoja. Katika unabii siku moja ya unabii ni sawa na mwaka mmoja wa halisia. Tusome tena kitabu cha Hesabu 14:34 tupate ushahidi mwingine. Katika unabii siku moja ya unabii ni sawa na mwaka mmoja halisia. Hoja tuende kazi tuone. Biblia inasema, nasemaje? Kwa hesabu ya hizo siku mlizozipeleleza ile nchi, naam, yaani siku 40, kila siku mwaka huhesabiwa mwaka. Haleluya! Unaweza soma ushahidi mwingine kitabu cha Mwanzo 29:27. Mwanzo 29:27. Siku moja ya unabii ni sawa na mwaka mmoja wa kawaida. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaomtumikia. Naomba nikuulize ndugu, huyo ni nani anazungumziwa? Yakobo. Alitimiza siku 7 ampate mke wake nani? Raheli. Hizo siku 7, je, zilikuwa siku 7 ama miaka 7? Ilikuwa miaka 7. Yakobo alifanya miaka ngapi ndiye akampata Raheli? Miaka 7 kwanza, akafikiria ni yeye, akapewa Lea. Tena akaongeza 7 ndiye akampata Raheli. Haikuwa siku 7, ilikuwa miaka ngapi?
7. So katika unabii siku moja ni sawa na mwaka mmoja. Kwa hivyo haya majuma 70 yaliyopewa watu wa Danieli ni miaka 490. Swali, watu wa Danieli walikuwa watu gani? Danieli alikuwa nani? Alikuwa Myahudi. So Waisraeli Wayahudi walipewa muda wa probation, muda wa rehema, miaka 490. Swali ni je, hii miaka ilianza lini? Je, ilianza lini? Kwa hivyo haya majuma 70 yalifaa kuanza lini na ni mwaka gani? Kwa maana majuma 70 tumepata ni sawa na miaka 490 ya kawaida. Waje tuingie Biblia. Msoma mstari wa 25 Danieli 9 ndio tuelewe, je, huo muda ulianza lini? Biblia inasema ndipo mfalme, samahani, ni 25 Danieli, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. 9:25. Hiyo ni 7:25. Soma 9:25. Biblia inasema Danieli ni 9:25, basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7 na katika majuma 62 alafu utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Naam, katika nyakati za taabu. Asante. Kumbe majuma 70 yangeanza lini? Maandiko yamesema basi ujue, yani si ufanye guesswork, ujue. Daniel anaelezewa ili ujue ni lini, ujue na kufahamu kuwa tangu nini? Kuwekwa amri ya kufanya nini? Kutengeneza na kufanya nini? Kujenga upya Yerusalemu. Unaposoma hiyo amri iliyowekwa ya kujenga na kutengeneza Yerusalemu, ni amri iliyotolewa na mfalme aliyekuwa anaitwa Artaxerxes Longimanus. Kiswahili anaitwa Atashashita, jina gumu sana, lakini kwa Kiingereza anaitwa Artaxerxes. Ndiye aliweka hiyo amri ya kutimiza, kutengeneza na kujenga Yerusalemu. Na unaposoma unapata hiyo ilikuwa mwaka gani? 457 BC. Hiyo ndio mwaka aliweka, hiyo picha yake ndio hiyo. Mfalme Atashashita ambaye anaitwa Artaxerxes Longimanus ndiye aliweka hiyo amri ya kutengeneza na kujenga Yerusalemu. Kumbuka huo ni unabii uliotolewa na Mungu akimpa mtumishi wake anaitwa Danieli. Ukifanya hata research kwa mtandao katika Wikipedia utapata hiyo tarehe iko, na utapata inataja hiyo mfalme Atashta wa kwanza, pia ikirejelea Ezra chapter 7 na Danieli 9 ambayo tunasoma, na Nehemia chapter 1. Lakini katika ya majuma 70 yamegawanwa katika sehemu ngapi? 3. Tumeambiwa kulikuwa na wiki 7 za kwanza, kulikuwa na wiki 62 na kulikuwa na wiki 1. Wiki 7 za kwanza ambazo ni siku 49 na ambayo ni sawa na miaka 49 ya kawaida, ndio Yerusalemu ilijengwa, na ilijengwa wakati wa shida. Naomba urudie tena Danieli 9:25. Ilijengwa wakati wa taabu kubwa. Biblia inasema, nasemaje? Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu, tangu kuwekwa amri ya kujenga na kutengeneza Yerusalemu, hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7. Kutakuwa na majuma mangapi?
7. Na katika majuma 62, alafu 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki. Naam, katika nyakati za taabu. Nyakati za taabu. Sasa ukitoa majuma 7 itakuleta mpaka mwaka 408, yani 408 BC. Kumbuka katika BC tunahesabu kuja nyuma. Wale mlisoma from 2 maths, ile inaitwa number line. Kwa negative 5 ni kubwa kuliko negative 6. Amen. So pia BC tunahesabu kuja nyuma. Unaanza 100, 99, 98. Sio kama AD. AD ndio unahesabu 1, 2, 3, 4, 5. So kutoka 457 BC ukitoa majuma 7 ambapo ndio wakati Yerusalemu ulijengwa wakati wa shida ni 49, ukirudi nyuma inakuleta mpaka 408 BC. Ni lini ilijengwa? Ndio ile tunasoma Nehemia chapter 1, tunakuta wale maadui wakainuka dhidi ya Yerusalemu na kina nani? Tobaya, Geshem na Sanibalati. Ndio maana maandiko yanasema ingejengwa wakati wa taabu kubwa. Alafu maandiko yamesema majuma 62 yakiisha ni nini itakuwa? Maandiko yakasema Masihi aliye mkuu ataonekana. Swali, ni nani anaitwa Masihi? Na wauliza swali, nani anaitwa Masihi katika Biblia? Ni Yesu. Ni lini Yesu aliitwa Masihi? Yesu aliitwa Masihi alipobatizwa. Kwa maana jina Masihi Kiebrania linamaanisha aliyepakwa mafuta. Na tumesoma Matendo 10:38, Yesu alipakwa mafuta katika nini? Katika ubatizo. So majuma 7 inatuleta Yerusalemu kumaliza kujengwa. Ukiongeza 62 Masihi anaonekana. Tumefika majuma mangapi? 69. Imebaki juma moja. Kumbuka maandiko yamesema hivi. Danieli 9:25, tena turudie. Biblia inasema basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu utakuwa na majuma 7 na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Kwa hivyo tumeona 7 imejengwa. Ukiongeza 62 Masihi ataonekana, ambayo ukijumulisha inatupatia majuma mangapi? 69. Yanapoisha haya yote Masihi anafanya nini? Anaonekana, yaani Yesu. Na Yesu anaitwa Masihi, na tumegundua majuma haya ukizidisha mara 7, kwa maana wiki kuna siku 7. 69 times 7 itatupatia 483. Hiyo ni siku na ni sawa na miaka ya kawaida, miaka 483. Na tumepata ilianza mwaka wa 457 BC. So majuma 69 ni sawa na miaka 483 mpaka Masihi aje. Mpaka Masihi aje. Masihi ni nani? Ni Yesu. Wacha tuangalie sasa katika maandiko. Je, Yesu ni lini alikuwa Masihi? Tumegundua ni wakati alibatizwa. Sasa tunaangalia sehemu nyingine. Je, Yerusalemu ilijengwa hivyo? Watu waling'ang'ana wakati maadui walikuja wakiongozwa na Geshem, Tobaya na Sanibalati. Maandiko yanasema ukienda kujisomea Nehemia chapter 1, chapter 2, chapter 3 kwamba ilibidi sasa hata wakijenga mkono mmoja unashika tofali, mkono mwingine una silaha. Kwa maana maadui waliinuka, hawakutaka watu wa Mungu wajenge Yerusalemu waweze kujisimamia, wamwabudu Mungu wa kweli wa mbinguni. Haleluya. Ndio maana hata sasa kuna vita. Mungu anapoita watu wake, shetani pia anang'ang'ana nao kuwarudisha nyuma, kuwapiga vita, kuwavunja moyo na kutumia hata pengine marafiki kuwavuta katika mambo ya mihadarati. Vita hiyo bado inaendelea hata leo. Unabii ulitolewa, watajenga, lakini wakati wa vita na shida
hata wewe Mungu anapozidi kuongea nawe, anapokuita, usifikirie itakuwa rahisi, lakini pambana pia, endelea kusonga mbele. Lazima kuwe na vikwazo, lazima shetani atafute mbinu ya kukwaza, ya kukukatisha tamaa, lakini songa mbele, ujikuta utasimama. Haleluya kwa Yesu. Kwa hivyo amri hiyo ilitolewa na mfalme mwaka 457 kabla ya Kristo. Na majuma 69 alipoisha, Masihi akaonekana. Masihi alionekana lini? Mwaka wa 27 AD. Kumbuka tulifika 408. 62 weeks ni 434. Ukiondoa utapata 26. Lakini kumbuka kwa miaka hatuna 0. Ndio maana tunaongeza 1 inatupatia 27 AD. Hakuna mwaka unaitwa 0. Hatuna 0 years. Ndio maana tunaongeza 1. Lakini njia nyingine pia unaweza angalia, ndio maana unaondoa 483 minus 457 utapata 26. Lakini kumbuka hatuna 0 years. Kwa maana 457 ukitoa 457 ni 0, lakini hatuna 0 years. Ndio maana tunaongeza 1 ili tuweze kupata 27 AD. Lakini pia ukisoma katika maandiko itakupatia tena kwa usahihi na hakikisho kwamba ukweli mwaka wa 27 ndio Yesu alikuwa Masihi, yaani akabatizwa na kuwa Masihi kwa kupokea Roho Mtakatifu katika Yordani. Waje tusome fungu katika maandiko. Luka 3, mwalimu endelea kufungua huko. So hii ni ile hesabu tulisoma shuleni. Number line. Hapa ni negative, hapa ni positive. Sasa kwa miaka BC inakuwa kwa negative. Tunahesabu kwenda nyuma. Ndio maana tulitoka 457 tukakuja 456. Atuende 458. Lakini tukifika AD sasa unaanza 1 2 3 4. Ndio maana tunaendelea kupanda. Tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja kufikia hapa? Wangapi wananifuatilia? Wangapi watabaki nyuma? Mungu awabariki. Mwalimu tusomee. So BC to AD. BC ni kama negative ya number line na AD ni positive. Ndio maana tumepiga hiyo hesabu na ndivyo ilivyo kwa uhakika. Twende sasa Luka 3:1 soma. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake Kaisari Tiberio. Mwaka wa 15 wa kutawala kwake nani? Kaisari Tiberio. Swali, Kaisari alikuwa kiongozi wa serikali gani? Rumi. Huyu Kaisari unaposoma historia alianza kutawala mwaka gani? Wa 12, 12 AD. Na Biblia imesema mwaka wa 15 wa kutawala kwake. Kama alianza 12 AD na ametawala miaka 15, hiyo ni mwaka ngapi amefika sasa? Unafanya nini? Unaongeza 12 ongeza 15 inakupatia nini? 27 AD. Mwaka huo katika hiyo chapter ndio Yesu alibatizwa. Soma mstari wa 3. Biblia inasema akafika nchi yote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Nani alikuwa anabatiza? Yohana Mbatizaji. Na ndiye alibatiza nani? Yesu. Kwa hivyo tumepata njia mbili ya kuconfirm na kuhakikisha kwamba Yesu alikuwa Masihi mwaka wa 27 akawa Masihi. Ule unabii uliotolewa kwa Danieli nabii wa Mungu. Kumbuka Masihi Kiebrania na Kigiriki ni Christ. Christ is the same as Messiah. Christ ni Hebrew, ni Greek, na Messiah ni Hebrew. Tuko pamoja, tusonge mbele. Na tukagundua Yesu alipakwa mafuta katika ubatizo wake. Tulisoma Matendo 10:38. Pia soma mstari 21 na 22. Luka 3:21-22. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa. Naam. Na Yesu naye amebatizwa. Na Yesu naye akafanya nini? Akabatizwa. Naye anaomba. Na aliomba. Mbingu zilifunuka. Mbingu zikafunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili. Haleluya. Roho akashuka.
akawa Masihi aliyepakwa mafuta. Kwa hivyo na huo ndio mwaka uliotabiriwa na nabii nani? Danieli. Ndio maana Yesu alipobatizwa, haya ndio mambo alianza kuhubiri. Marko 1 mstari wa 14-15. Baada ya ubatizo, hii ndio habari alianza kuhubiri. Kwa maana officially alianza kazi yake ya umma, public ministry. Soma. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Mstari wa 15. Akisema. Alisema nini? Wakati umetimia. Wakati umetimia. Na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Hata leo Yesu ananena wakati umefanya nini? Umetimia. Ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Sehemu yako na yangu ni kufanya nini? Tutubu na kuiamini nini? Injili, ambayo ni habari njema na ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Yesu anaposema wakati umetimia, alikuwa anarejelea unabii gani? Alikuwa anarejelea unabii ule wa majuma 70 wa Danieli 9. Lakini kumbuka, kwa majuma 70 tumetoa majuma mangapi? 69. Tumebakisha juma moja ambayo ni siku 7 na ni sawa na miaka 7 ya kawaida. Lakini tumefika mwaka wa 27 AD wakati Yesu amekuwa Masihi, amebatizwa. Sasa tumebakisha wiki moja. Ni nini litendeka katika hiyo wiki moja? Danieli 9 mstari wa 26 na 27. Twende kazi. Daniel 9 verse 26 and 27. Biblia inasema, na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Lakini naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wangapi? Na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Haleluya. Tumeambiwa immediately Yesu amebatizwa, hii wiki moja amefanya, angefanya nini? Imebaki atafanya agano thabiti na watu wangapi? Wengi. Lakini nusu ya wiki hiyo atafanya nini? Atakomesha sadaka na dhabihu. Sasa kumbuka, tuko 27 AD. Tumepekesha wiki moja ambayo ni sawa miaka 7. Nusu ya wiki ni nini ilitendeka? Yesu alisulubishwa msalabani. Na hiyo ilikuwa mwaka wa 31 AD. Ndio maana maandiko yamesema nusu ya wiki hiyo atakomesha sadaka na dhabihu. Nauliza swali, siku hizi ukitenda dhambi, mnatoa mbuzi ngapi? Unatoa kondoo? Siku hizi ukitenda dhambi unachukua kondoo kanisani? Hakuna. Mbona? Yesu alipokufa msalabani alitimiza. Yohana 1:29 inasemaje? Yohana Injili 1:29. Ndio maana Marko anasema katika nusu ya wiki ambayo ilikuwa mwaka 31 AD atakomesha sadaka na dhabihu. Siku ya pili yake ambapo Yesu anakuja kwake, Yohana akaona Yesu anakuja kwake, atasema. Alisema nini? Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu alipokufa msalabani mwaka wa 31 AD akatimiliza unabii wa Danieli 9 kuanzia 25 to 27 ikisema kwamba nusu ya wiki atakomesha sadaka na dhabihu, akawa dhabihu ya mwisho, mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Yesu alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Hakukufa kwa ajili ya nafsi yake, kwa maana kutenda dhambi. Alikufa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Je, una habari hiyo?
Je, unaelewa uzima ulio nao leo Yesu alinunua kwa gharama kubwa ya mauti yake? Je, unaposikia habari njema ikihubiriwa unasikia na kuelewa na kutilia mkazo, ama unazidi kupuuza, ama unazidi kudharau? Kila jambo Yesu alifanya ilitabiriwa na ikatimilika. Yesu alikufa mwaka wa 31. Mbona alikufa? Yohana Injili 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asifanye nini? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Haleluya! Kifo cha Yesu ni kwa ajili yako na yangu. Tukombolewe kutokana na utumwa wa hali yoyote na utumwa wa dhambi, ili wewe nami tukiamini leo. Yeyote, hajasema mchungaji, hajasema wanakwaya, yeyote, hata mlevi, hata anayetumia miadarati, yeyote, hata mganga, akimwamini apate uzima wa milele. Yesu alikufa mwaka wa 31. Tuendelee kusoma mstari wa 27 tena. Danieli 9:27. Tumefika 31 AD, tumebakisha miaka 3.5. Tuone tena ni nini ilitendeka. Naye atafanya agano dhabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Matthew 20:28. Yesu hakukufa kwa ajili ya nafsi yake. Mathayo 20:28. Maandiko yanasemaje? Biblia inasema Mathayo 20:28. Soma Mathayo 20:28. Nasoma kama ilivyoandikwa. Soma. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa. Yesu hakukuja atumikiwe, bali kutumika. Alikuja atumike na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Alipotumika kuhubiri habari njema kwa masikini, alipoponya waliovunjika roho, alipotangazia uhuru mateka, alifanya nini? Akatoa maisha yake kama fidia ya wengi, kwa ajili yako na kwa ajili yangu, kwa ajili yake na kwa ajili yake, kwa ajili ya sisi sote. Kifo cha Yesu sio kama kifo cha yeyote, hawezi linganishwa na yeye. Alikufa kwa kutukomboa. Nani amekufa duniani kukomboa watu kutoka utumwa wa dhambi? Nani amekufa kukomboa watu na kuwalipia gharama ya maisha? Hapana, ni Yesu. Haleluya, haleluya. Ndio maana kifo cha Yesu ni cha kipekee sana. Sasa nusu ya wiki imebaki. Kifo cha Yesu alitimiliza unabii wa Agano la Kale. Mwana kondoo ndiye alikuwa anachinjwa kusimamia dhambi za mwenye dhambi. Yesu pia akawa mwana kondoo wa Mungu, akachukua dhambi zetu. Haleluya. Sasa imebaki nusu ya wiki. Tumepata mwaka huu ndio amri ilitolewa. Ilipoisha majuma 69 tukafika 27 AD, Yesu akawa Masihi, akabatizwa. Wiki moja iliyobaki nusu yake, Yesu amekomesha kafara na dhabihu mwaka wa 31 AD. Ndio maana alipokufa ni nini litendeka katika hekalu? Marko 15:38. Ni nini litendeka katika hekalu? Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka. Pazia la hekalu likafanya nini? Kumaanisha mambo ya kafara kwisha, mambo ya ukuhani duniani kwisha. Sasa Yesu akawa kafara kuu, na watu wamtazame tena kama nani? Kuhani mkuu. Haleluya, haleluya wapendwa. Sasa imebaki miaka 3.5. Miaka 3.5 inatuleta mpaka mwaka wa 34 AD. Ni nini litendeka mwaka wa 34 katika historia? Hiyo tunasoma Matendo 7. Soma mstari wa 54 mpaka 60. Matendo sura ya 7 mstari wa 54 mpaka 60. Ni nini litendeka mwaka huo ambao iko katika historia ya kumalizia na kufunga yale majuma 70? Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo. Huyu ni Stefano, anahubiri, amejazwa na Roho Mtakatifu, anamshuhudia Yesu, kazi yake na makubwa ametenda, na vile amemaliza kazi na amepaa mbinguni. Soma.
wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu. Na Yesu akasimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu, akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama katika mkono wa kuume wa Baba. Wakapiga kelele kwa sauti kuu. Yani sio kelele ya kushangilia, kelele ya hasira na kusikia mbaya. Unatuambia habari gani? Wakaziba masikio yao, wakafunga masikio wasisikia habari njema, wakamurukia kwa nia moja, wakaruka na wakiwa wamejazwa na Roho, pepo na nguvu za giza, wakamtoa nje ya mji. Wakatoa Stefano kwa kutoa ushuhuda ulio hai nje ya mji, wakampiga kwa mawe, wakabeba mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Shauri ndiye alikuwa huko kabla abadilike na kumpata Yesu, ndiye aliyeshuhudia kuuawa kwa Yesu, kwa Stefano samani, na akashuhudia, akatia sahihi, wakaweka mavazi yake miguuni pake, wakampiga mawe nani? Stefano. Hiyo ndio ushuhuda wa mwisho uliotolewa kwa Waisraeli walioitwa taifa teule la Mungu, walipomumaliza kwa kumpiga mawe na kukataa ushahidi uliotosha kwamba Yesu ndiye alikuwa Mwokozi, na amepaa na ameketi katika upande wa kuume wa kiti cha enzi. Mlango wa rehema ukafungwa kwa taifa la Israeli kuwa taifa teule la nani? La Mungu. Door closed. Mlango ukafungwa. Majuma yale 70 yakaisha. Ndio maana tumeona hivyo. Danieli akaandika alivyoonyeshwa. Majuma 7 yalipoisha, Yerusalemu ikajengwa wakati wa shida. Majuma 62 yalipoisha, mwaka 27 Yesu akabatiza akawa Masihi. Wiki ile moja iliyobaki, nusu yake 31, Yesu akasulubishwa msalabani. Nusu ya wiki ilipofika 34 AD, Stefano akapiwa mawe. Mlango wa rehema ukafungwa kwa Waisraeli. Injili ikaanza kupenya, ikaenda kwa watu wa mataifa. Ndio maana Paulo anaitwa mtume kwa watu wa mataifa, an apostle to the Gentiles, watu wa Mungu. Kifo cha Yesu haikuwa cha bure, kilikuwa na maana kubwa. Yesu alipokufa katika msalaba, ile siku alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Alikufa uache ulevi, alikufa niache uzinifu, alikufa niache uongo, alikufa uache wizi, alikufa uache uganga, alikufa uache matusi, alikufa uache bangi, alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Je, bado unaendelea na dhambi? Na historia ya Yesu, hadithi ya Yesu ilipoishia msalabani, kifo ilikuwa ni kifo kwa ajili ya ukombozi wetu. Na hata katika kukufa kwake, baada na kufa akiponya, kwa maana yule mwanajeshi ama yule askari wa Kirumi alipomdunga ule mshale kwenye ubavu, ni nini litendeka? Mwenye alikuwa chongo, maandiko inasema damu ilitoka na maji. Ilipomgusa lile chicho akafanya nini? Akaona. Hata leo anataka na wewe uone. Huenda wewe si kipofu physically, lakini ni kipofu kiroho, kwa maana shetani amekuteka katika pombe, amekuteka katika uganga, amekuteka katika uongo, amekuteka katika mihadarati. Anataka kifo chake isiwe ya bure. Anataka katika ile damu iliyomwagika ikuoshe nawe pia uwe mtoto wake leo. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Mwili wake ukatolewa msalabani, akatolewa, akazikwa katika kaburi ya Yusufu, lakini hakukaa milele. Baada ya siku ya 3 akafanya nini? Alifufuka. Yesu hayuko kaburini leo, Yesu yu hai. Haleluya wapendwa.
Ni habari njema kwamba Yesu hayuko kaburini, amefufuka. Ndio maana waimbaji watajiandaa, amefufuka. Hiyo wimbo nikimaliza tuimbe ili tuweze kufanya ombi wanapojiandaa. Kitabu cha Zaburi 16:10 inasemaje? Yesu hayuko kaburini tena, amefufuka tena. Alikufa akakulipia gharama na amefufuka. Matumaini kwamba hata ukilala leo, bora ulale umemwamini, ufufuoni wako, haleluya, utapata uzima tena. Nisome Zaburi 16:10. Maana hatukuachia kuzimu nafsi yangu. Maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu. Wala hutamtoa mtakatifu wako aone kuharibifu. Yesu hakuharibika, hakuoza, alifufuliwa. Haleluya. Ndio maana alipofufuka, malaika mmoja aliyeonekana, wanajeshi waliolinda walianguka wakawa kama maiti kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Madini nyingi duniani viongozi wao wamekufa na walikufa mpaka leo wako kaburini wanangoja Yesu awafufue. Haleluya. Budha alikufa, hako kaburini. Muhammad alikufa, hako kaburini, hajafufuka, anangoja Yesu ndiye atamfufuka. Lakini Yesu wetu alishafufuka. Haleluya. Kuna wengine wanaoamini tulitoka kwa tumbili. Pia viongozi wao alikufa. Charles Darwin alikufa 1882, hajawahi fufuka. Paka leo wako kaburini, anangoja ufufuo wa nani? Yesu. Lakini Yesu wetu anaishi. Watu wa Mungu, Yesu yetu anaishi milele na milele. Lile kaburi liko wazi. Lile kaburi liko wazi kwa maana aliyelala huko Yesu alishafufuka, anaishi milele zote. Ndio maana Yohana Injili 1:12 nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yesu hayuko kaburini tena. Yesu amefufuka. Amefufuka. Matumaini kwako kwamba hata ukilala leo na wewe utafufuliwa. Yohana Injili 1:29 ilisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoaye, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Je, wewe jioni ya leo utamtazama mwana kondoo wa Mungu? Je, uko tayari kumpokea akusamehe dhambi zako, ayafute makosa yako na kupe uzima na matumaini na amani? Je, unajua alilipa bei? Ndugu yangu, je, unajua alilipa bei? Na kama umetenda dhambi, anasema Yohana wa kwanza 1:9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Anatuita jioni ya leo. Anatuita jioni ya leo. Je, uko tayari kuungama dhambi zako, akusamehe, akusafishe na kuondolee udhalimu wote, uanze maisha mapya ndani yake? Tazama mwana kondoo wa Mungu mpendwa. Tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoe dhambi ya ulimwengu. Yeye ndiye Alfa na Omega. Yeye ndiye Alfa na Omega. Kristo alitendewa mabaya tuliyostahili ili tupate mazuri aliyostahili. Mpendwa, alichukuliwa kwa sababu sisi ndio tulifaa. Alihukumiwa kwa ajili ya dhambi zetu ambazo hakuzitenda, ili tupate haki yake ambayo mimi na wewe hatukustahili. Akafa kifo kilichokuwa chetu ili tupate kuupokea uzima uliokuwa wake. Mpendwa, na kwa kupiwa kwake sisi tumepona. Kwa kupiwa kwake sisi tumepona, wapendwa. Maandiko yanazidi kukuita, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu alikufa kwa ajili yako na sasa anaishi milele. Alitoka kaburini, anakuita. Je, leo wewe utampokea? Haleluya. Sasa watu wa Mungu, nawakaribisha msongee mbele, kwa maana maandiko yamesema wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo. Je, wewe umempokea Yesu? Nani wangapi wanataka kumpokea Yesu jioni ya leo, ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, amefufuka, yuaishi milele na bado anatutendea makubwa? Songea karibu hapa mbele. Na mnapoendelea kusongea, naomba kualika wengine ambao hawajatoa maisha yao kwa Yesu, ambao hawajajitoa kwa ajili ya ubatizo, muweze kukaribia hapa tufanye maombi. Naomba nikukumbushe kwamba ili umpokee Yesu maishani mwako, kitu ya kwanza ni kwamba lazima ukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi. Haleluya. Yesu anataka hivyo. Ili umpokee Yesu, number 1, kiri.
Kiri wewe ni mwenye dhambi, kubali udhaifu wako ndio Yesu akusaidie. Namba 2, amini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Maandiko yamesema hivyo. Kwanza kiri wewe ni mwenye dhambi. Namba 2, amini alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Namba 3, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Njoo kwa Yesu jinsi ulivyo mpendwa. Dada yangu na kaka yangu na mama, njoo kwa Yesu jinsi ulivyo. Na pointi ya 4, ungama dhambi zako kwake Yesu. Mpendwa, lazima ukiri makosa yako. Amini alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Njoo kwake Yesu, ungama dhambi zako, na mwisho mkaribishe Yesu maishani mwako. Nani kati yetu? Njoo hapa mpendwa, njoo yule ambaye hajampokea Yesu kama mwokozi maisha yake na anataka kuwa take a step